Akos. Mheshimiwa Edhiangoma nimemwona. Mheshimiwa Edhiangoma, Mheshimiwa Kalondu, uko hapa nani? Na waheshimiwa Ellen Ndeti, yes, Ellen Ndeti, asante sana. Na waheshimiwa wote DCC walifika asubuhi. Mabibi na wabwana, Bwana asifiwe. Karibuni sana, tumealikwa hapa na BOM chair na principal na wanafunzi wa shule hii. Wanafunzi, hebu nisikie shangwe na vigelegele. Kali sana, kali sana. Kuna maswali magumu nimeulizwa hapa, Mheshimiwa CS wa Agriculture, eti haya malori yamebeba unga au ni nini? Basi mwenye malori amefika atawaambia yamebeba pikipiki, yamebeba nini, mtajua. Sawa sawa. Kwa hivyo maswali mlikuwa nayo, mwenye malori amefika. Lakini kabla sasa hatujaingia kwa programu yetu ya kuchangia shule hii, ningependa kuwaletea kwenu burudani fupi. Tumefanya burudani, tuna vikundi 32. Kwa hivyo kila kikundi kikifanya sasa hivi itachukua mpaka kesho, na kesho ni Jumapili, siku ya ibada. Lakini tumekubaliana, asante, tufanye vikundi 2 tu vya shule. Kikundi cha kwanza ni kinatuletea mashairi, lakini pia tuna spoken word kutoka kijana anaitwa Benjamin. Basi uwanja ni wenu, kikundi cha wanafunzi ambacho mnashairi. Pia natambua kuwepo kwa Mheshimiwa Rindikiri Buri constituency. Asante sana. Karibu sana ndugu. Basi kama kuna wengine, ili niweze kufuata protokali, naomba mnijulishe. Asante. County government yote ya Makueni, mawaziri wote ambao wameandamana na ndugu yangu Mtula Kilonzo Junior, kuna waziri wa Ndilikasa naye pia yuko hapa. Dada Mutua, karibu sana. Asante sana. Na wale wengine ambao wamefika, karibuni. Basi kikundi cha shule tuanze kuwapigia makofi wakija mbele. Programu yetu itakuwa fupi, kwa hiyo msio na shaka. Asanteni sana. Pia nafahamishwa tuko live television inaitwa Mutongoi Television. Asante. Imejengwa karibu yala kubarasi. Majengo yake dhabitiwa, wengi wayatamani. Mungu waibariki ndoo shule yangu. Bwana zao Bwana Musyoka, walimu wengine tuwatambua. Bidii mlionayo masomoni tawalipa. Alfajiri piga hodi, jioni kuja jamfi. Mungu waibariki ndoo shule yangu. Mungu asena chuki, karama zake kafanya. Wazazi wazuri katupa, wenye kukidhi mahitaji. Mema tuombea, Mungu wawazidishie. Mungu waibariki ndoo shule ya Sadakta. Mutula wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. 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 Upewe kiti upumzike na upewe kinywaji
Kawaya wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. 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 Upewe kiti upumzike na upe kinywaji uburudike. 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 Pamela wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. 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 Upewe kiti upumzike na upewe kinywaji uburudike. Upewe kiti upumzike na upewe kinywaji uburudike. Upewe kiti upumzike na upewe kinywaji uburudike. Imbeni sana. Na mumo wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. Mumo wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. Na mumo wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. Upewe kiti upumzike na upewe kinywaji uburudike. Still one. Wa mwisho. Erastas wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. Ndo wa mwisho. Erastas wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. Erastas wetu wakaribisha na ujisikie uko nyumbani. Upewe kiti upumzike na upe kinywaji uburudike. Upewe kiti upumzike na upe kinywaji uburudike. Wageni wetu mwakaribisha na mjisikie mko nyumbani. Wageni wetu mwakaribisha na mjisikie mko nyumbani. Wageni wetu mwakaribisha na mjisikie mko nyumbani. Gai, nimeambiwa nianze. Mpewe viti mpumzike na mpewe vinywaji mburudike. Asante, tuwapigie wanafunzi makofi tafadhali. Asante kijana Benjamin. Kijana Benjamin. Asante, tuwapigie makofi, tuwapigie makofi. Asante. Asante. Asia inomu kune azia na makofi. Asante, asante, asante Benjamin. Alafu hiyo ndio mwisho wa burudani yetu ya siku ya leo, lakini baadaye tutakuwa hapa na burudani zaidi. We will have an extravaganza later. So kama hutakuwa umepata nafasi usiwe na shida. Wapatie watu ni. Let them use that. Asante Benjamin, jongea karibu hapa, uko mbali sana. Hapo uko poa? Aya sawa. Anaambia nitulize boli. Sasa nimetuliza. Bas. Benjamin. Benjamin akimaliza nitamuomba principal ndugu Muia ili uje utukaribishe na utueleze kwa nini tuko hapa. Kijana tuendelee.
Well, it was long time ago at NDOO Secondary School at the Born Hills. Stories of Benja. Dear girl child. Wakikuambia uko na maneno mingi kama kasuku, waambie zile vitabu za kasuku zina exercise kwa akili. Tena ukipewa lift na mtu wa boda na ajaribu kukushika, mwambie asivuke hii boda. Akikupa lift haimaanishi ndio yako lift. Makanga asikutishe na hizo noti amebeba. Mtolee vitabu aone zile noti wewe ubeba. Try to respect yourself. Wewe ni career woman. Sile wale wakalia hapa woman ndio wakubebe ufala. Na la mwisho, usivae nguo tight ukisema ati ndio swag. Wengine wenye uvaa nguo tight kama nyinyi wame lose focus in future. Bochal na wewe. Allow me niongea kidogo about drugs. Imeninguza sana kutoka moyoni. Hata kama wewe ni form 4 liver, jua pombe uharibu form ya liver. Mamangu uipikia jikoni na hakuna siku aliai niambia nikule moshi. So, hata kama umetoka Tanzania Moshi, jua kuvuta sigara ni kama kuvuta moshi. Wacha kudai bangi itakupeleka to the highest level. The truth ni hata nimeona machokora wengi wanavuta glue na hata hakuna kitu wanashikanisha. Wanavuta hawawezi kustick together. That's why wanazurura. Ukweli ni kwamba hizi drugs huleta crime, but mlisema nitakuwa crime free. Ile na Mungu ni maisha. Mr. Politician na wewe. For the great things you have done to us. Nakumbuka nikisomea class aina flow. Homa ilinipiga home and away. Kivuli pia ilikuwa shida. But I thank you, you have heard our cry. Truth ni kwamba mtoto umlilia mamake. Na kama mamake hayupo umlilia babake. Tena hizi cries huleta stress kwa akili. That's why nimeamua kujitega na stress za maisha. Mr. Politician, ukweli ni kwamba struggles ni mingi. Wakati kuna mvua, pale kitchen kuchukua chakula. Pia hizi mabati zetu zimekuwa changamoto. Wakati wa mvua, no wonder we fear their rust translating to our minds. Finally, since we have made a move to renovate our minds, wewe kama baba, kama mama, please help us to renovate our school. Shukran. Hey, mpigieni makofi. Au jamaa ameattack watu sana. Students, utie bidii, tukirenovate shule, ukose kurenovate mind yako, uende ukavute ndakavute mamoshi zake. Wapigieni makofi. Mwalimu mkuu, karibu ili uweze kutukaribisha hapa na utuambie ni nini madhumuni ya kuja hapa leo. So to the chief guests, His Excellency Mtula Kilonzo Jr., the Governor Makueni County. I am well informed that ministers, we have the CS for investment, trade and industrialization. He was to be there, he's not there. The CS for Agriculture and Livestock, Honorable Medhiga Miduli. Other PSCs present, CSCs present, PSCs present, honorable members of parliament,
that our Honorable Member of Parliament, Erastan Zioka Kivasu, is with us. The MP, Mwala, Vincent Musioka, Aka Kawaya, and other Honorable Members of Parliament, our MCA, Honorable Chalumumo, other invited guests, the Chair, BOM NDOO Secondary School, Madam Pamela Mutua, the BOM members, invited guests, distinguished ladies and gentlemen, my teachers, students, and the entire NDOO community. Good afternoon. I wish to take this opportunity to welcome each and every one of you to our school. This school belongs to all of us, and we are in partnership with all of the persons that are here in present. I would like, therefore, on my behalf and the BUM and that of the entire school community, register my appreciation and kindly request you to be apt into our today's agenda. The school had a long history which cannot be narrated in a day. Its best moments in terms of growth, academics, co-curricular activities, and the challenges that comes with every other school in the Republic. We therefore feel humbled to have you into the agenda that is clearly tabulated in the programs that you have, and kindly request you to undertake as to the invitation. I wish to congratulate the board that I have ever served in, two boards. The first board that was under the chairmanship of Chris Musau, the MD Manzoni, is a that really we worked together, helped the school to stabilize at the point that I took over the school administration. We currently have a board that took over its rims firstly in the year 2019, and is still in force and focused. We want to reiterate that as a school community, we are focused to moving the school forward. Finally, now that we have come here for one purpose that all of us know, the programs that you have are clearly tabulated in terms of the school performance. The discipline has tremendously improved, and the infrastructure ones of the school. I want to believe that the intent, which is a fundraiser to raising funds to construct a dining hall, multi-purpose hall, I want to believe that as I look around and with this mammoth congregation, such dreams will be meant into realized. Otherwise, I welcome you most sincerely and wish that we undertake a peaceful and a successful event. Thank you. Asante sana mwalimu mkuu. Tumpigie makofi mwalimu mkuu tafadhali. Asante. Basi naomba tufanye introduction fupi. Naomba walimu wa shule hii wasimame. Walimu SUKULUNI walimu. Okay. Walimu ndio hao. Naomba tuwapigie makofi walimu, wanafunzi mkishangilia walimu wenu. Asante. Deputy Principal, you can wave on behalf of the teachers. Deputy Principal wako wapi? Deputy Principal ni huyo pale na suti ya blue. Very popular, eh? Aya, sawa basi. Asante. PTA members. PTA members, board. BOM na PTA simameni. BOM na chair wa BOM ni Pamela. Mpigieni makofi dada Pamela na BOM yake. Asante, naomba mketi. Asante sana. Subordinate staff. Nafikiri hasa wako kazi yao subordinate. Asante sana sister. Wazazi wa hii shule,
Wazazi tafadhali, wazazi ni hao. Wanafunzi shangilieni wazazi wenu. Asante, asante, asante sana. Minister of Education and TSC, County Director nimeambiwa wako hapa. Minister of Education and TSC Directors wako hapa. Pigeni makofi kwa kufika. Thank you very much for coming. Asante. Minister of Interior DCC alifika asubuhi na watu wake. Asubuhi, yani asubuhi ya saa 2 saa 3. Asante sana saa. Tulikunywa chai pamoja na hapa saa 3. Wapigieni makofi. Minister of Interior, thank you very much. Mnaweza mkaketi. County Government ya Makueni. County Government ya Makueni. CEO ndio wamesimama kwanza. Wao ni wangu kanisa. Yida huwa. Anwa Makueni kama nigenditika. Mwekona ngata. Asante sana. Asante sana Mtula Junior na County Government. Basi tuna list ile protocol nyingine nilisha observe. Nikamwambia mheshimiwa wenu wa Mboni Kivasu yuko hapa. You can wave sir, simama wave. Huyu ni mheshimiwa wenu. Kivasu, asante sana. Nakalaka mwala imukoni Kawaya muina akona. Ndukine bambe one katheke kayone kama noge yemane. Siana hizi ushangilia kawaya muno kuyasia ikwani ko kawaya ko mbi wasiana hii. Mwema mwala obongo wenu. And then nili introduce CS Malonza, Penina wa tourism. Tuno mtu ike CS ta Penina. CS Miano Rebecca, yuko mpigieni makofi. And my good friend from Meru, CS Lidiga Minturi from Meru. Wave. Yes, no njoko. Unajua Mumeru anakuambianga nitakuchapa na asha kuchapa. Chalo Mumo yuko hapa, MCA wenu hapa. Yes, na mheshimiwa Ridikiri, simama wave, asante sana. Nani ambaye haja wave sasa? Fred Mutatu amefika? Maluka yuko hapa? Mheshimiwa Maluka? Simba mwene tiusu, wave tafadhali. Asanteni sana. Na hata pia kule kwetu Machakos kuna coordinator wa Huda, anaitwa Dennis Chalo, nimemuona hapa. Kama ndukele. Uziwa anaena Huda mazago wote ethuke yazia. Huyo ndio anasikizangu wa Huda Machakos. Asante. Basi deposit timotoi. Sorry, nakaita mazito mako nake. Dike buba. Ni mwakilishi tandoloma medhana maulegevu kauntini ya Masakoti osu. Alame dhana ulegevu nuko izo kueleza. Ando ama endana ni mheshimiwa waipa. Ando ama endana tuko mabako wazi ni wao represent ya ando na kuna mheshimiwa mwenzake kutoka Machakos County, simama. Asante, wave, asante sana. Kuna waheshimiwa wengine? And then tuko na mheshimiwa Engineer Gilbert Maluki. Chair National Irrigation Authority. Maluki ukitoka hapa leo unadhani unenga nezilanga nenga ne okangome kamwe bantu. Kano kidhanga de bantu kibingi wiki kwadwe. Thank you very much. Asante. Basi kama kuna wengine sio madharau. Nilikuwa nafanya tu introduction mara ya pili, nitaweza kuendelea kuintroduce tukiendelea. Asanteni sana. Basi naomba mkinikubalia niite chair wa BOM, the one and only elegant CEO Madam Pamela Mutua. Mpigieni makofi. Asante sana, karibu Pamela ili uweze kutoa hotuba yako na kutupea mambo mafupi ya shule. Karibu sana. Ubo wenyu kaini mukethi yake kamba mwaseo ingi mwai nata iwe ingi mabinda onthe. Amen. Nitunga mubea ninyo onthe kungwata kwoko nundu wa muthenya uyu kukaba mwiyumitie kisioni ki. Kwa Governor, thank you very much for honoring this invitation. I want to talk to Kikamba a bit, then I'll convert for those people who are now, of course, don't hear Kikamba, because this is home. Tuwekali letu na Governor nende tonena na keoboa fertilizer.
ala mwesi nithukumana Kenya National Trading Corporation na nithie tu wa fertilizer ulotumika kwa fertilizer subsidy program na naendete kuona Governor Nundu wa maundu ali ndienda tu aimi maukamba especially Makueni ma encourage we kuosa fertilizer ni mwimite fertilizer ni mwawie fertilizer mbe ala mwima mboni ba kalawani ni mwawie fertilizer kamu yawa ni mwawie aye myawa kuna ete CS wa agriculture bai kana muke mumutabye nike muteo wa fertilizer itha bethi na wibandu tumanondo tutatu atiwo aya na asante kiti yo chakwa cha chairman wa board nikanaine na kisungu na mumbitikiria. So to the chief guest, my name is Pamela Mutua. I'm the chair of board of management. This is my second term as a board chair, having taken over from my colleague and friend Chris Musau, our neighbor just down the road. So I'll make a few remarks on behalf of the board. So the chief guest, Your Excellency Mutula Kilonzo Jr., the Governor of Makueni County, Cabinet Secretary, Ministry of Agriculture and Livestock, Honorable Mithika Linturi, Cabinet Secretary, Ministry of Tourism and Wildlife, Honorable Penina Malonza, Cabinet Secretary, Ministry of EAC and ASALs, this is Rebecca Miano, our MP, Mboni, Rastas Kivasu, Mwala MP, Engineer Vincent Kawaya, our Tulimani Ward MCA and Majority Leader, Makueni County Assembly, Honorable Chalo Mumo, ladies and gentlemen, all protocols observed. Good afternoon. I want to welcome all our guests to Makueni County, our beautiful homeland. I actually really feel so nice that we were able to capture the landscape as we sit the VIPs here. So I hope you appreciate. Ukambani is dry, but it's a very beautiful country. So we are very proud of coming from here, our beautiful homeland. We ask you not to be in a hurry to leave, to take in the landscape, enjoy the good, cool weather that we have here. I also welcome you to NDOO Secondary School. I'm very proud of this school and many others that dot the county that has made us who we are today. Many of us here are a product of such schools built by the community. It's from these schools that our people rise from adversity to prosperity. It is from here that courage, determination, and grit is harnessed. That is why I've come to regard education as the greatest equalizer in the world. And that is why I'm proud to be associated with NDOO Secondary School. But much as our people have grit and determination, we need to give them the support they need to learn, support that will give them a leg up in this competitive world. So we are here today to give the next generation of students a chance to succeed by ensuring they have facilities adequate for them to learn. Already, parents and students of NDOO Secondary School have taken the first step of enrolling their children here. Enrollment in the school has risen from 94 students in 2018 to 400 students today. We project that this number will rise to 800 students in the next 3 years. Hence the need for us to build more infrastructure in the school. With your help, we want to raise 20 million shillings so that we can do the following. We want to build 4 new classrooms to accommodate the expanded enrollment. We want to renovate the old classrooms. We want to construct new dormitories to accommodate the increasing number of students who seek the boarding option. We want to build a dining hall and drill a borehole that can provide permanent sources of clean and reliable water for drinking. We want to establish a school resource learning center to take care of library facilities and initiate ICT integration in teaching and learning in the school. That is digital learning. We're also looking to level fields that students can engage in active sports activities, as this school sits in 16 acres, but majority of that land is undeveloped. So the potential is amazing. So let me take this opportunity again to thank the teachers, principals, and my fellow BOM members for working under strenuous circumstances to ensure NDOO Secondary keeps soaring.
The school's mean score has improved from 2.0 in 2018 to 3.8 in 2022. We want to take it to 5 in the next 2 years, and I'm sure the students are geared to bring this home. Are we together, students? Are we aiming for a mean score of 5.0? Are we? Are we? Okay, thank you very much. Ladies and gentlemen, I have only one last plea for you. Let's make the dreams of these students come true through education. Our contribution will help us do that. Thank you. Wow. Andu mabambo ni ninyo musomete jekele tukau. Nikenu ka musomete tie. Ano musele la akele tukanena nesa. Asante. Allow me to introduce by mentioning other guests that we have for today for this event. As I welcome the pastor to give us a thought for pastor, we had agreed 20 minutes, but I asked that we do 10 minutes, and I know you can summarize that. Allow me to recognize Winfred Mutinda Mitetu, Principal Changuma Secondary. Bado. Patrick Ndaku, Principal ABC Mavindu. Bado. Roslyn Mutinda. Mr. Mwangi, Deputy Principal St. Anton Makiliva. Bado. George Minda. Mr. Omari. Dr. Elizabeth Mutinda. George Jumbe. Esther Ndoki Mutinda. Nicholas Makunu. Peter Ivongo. Marieta Mulinge, Principal Tangwa. Douglas Kilonzo. Jose M. Mativo. Martin David. Ansend Mwasa. Principal, pigia wa principal waambie event imeanza. Wametumana eh? Okay, sawa. Alex Ndetemi. Joseph Mwande, businessman Kalawani. Paul M. Kaseva. Jonas Makau Mutesia. Daniel Kiseli. Benjamin Ngui. Geoffrey K. Mbuva. Onesmus Mulinge, Alem Hotel, Tawa. Mulinge yuko pale, mpigieni makofi. Mheshimiwa Ndi Kivuva, Machakos County Assembly, yo tumemtaja mara nyingi sana, yuko hapa. Professor Johnston Kiamba. Metumana Douglas Ngulu Mutua, Machakos Glass. Ndo huyu hapo nyuma, mpigieni makofi. Thank you very much, hawa heshimiwa kwa kufika kuja kutusaidia. Basi nikubalieni nimwalike mchungaji aweze kutupa ujumbe mfupi wa dakika 10, kisha tuingie kwa kuchanga. Kuna waheshimiwa ambao wana hafla nyingine, hasa mheshimiwa Mwala ambaye ni mgeni mheshimiwa kule Mitaboni. Event ilikuwa ianze saa 7 na ishaanza. Kwa hivyo mheshimiwa tutakuachilia muda mfupi, lakini tusikie neno tu na Reverend Stanislaus Ndambuki. Mchungaji tulikubaliana dakika 20, nikubalie kwa uwezo wa MC tupunguze zikuwe 10. Asante. Okay, shall we pray together? Our dear Heavenly Father, we thank you for your word. We pray, God, that you may lead us, that you may help us to understand what you want us to do and the reason why we are here. We pray that, Lord, you may speak to us. In Jesus' name we pray. Our chief guest, His Excellency Mutula Kilonzo Jr., the Governor Makueni County, the CS who are represented here, members of the national government represented, members of the county government represented here. It's a good opportunity for me to speak to us in this very important occasion that the Lord has given us. My names have been said.
I serve with Africa Inland Church. It is always important to start with God in all the things that we do. It's important we recognize how God helps communities who look for their destiny in Him. The welfare of our students as a whole, the welfare of the NDOO community as a whole, will depend on how we relate to God. Your Excellency, sir, allow me to share how God sustains a nation, a community, when its people put love and trust in Him. We need to look at the Bible and see what the Bible speaks about you and me as a person. God is pleased with our obedience. God is also interested in our intellect. When you read the Bible in Isaiah chapter 6 verses 1 through 2, you read Micah chapter number 6 and verse 8. God expects us to educate ourselves and our children. He commands parents to diligently and properly train their children. The Bible in Proverbs chapter number 22 and verse 6, God is reminding children of their responsibility. Watoto, Mungu amewapa nafasi yenu kujua kazi yenu katika maisha haya. Listen to your father who begot you, and do not despise your mother when she is old. When you read Proverbs chapter 23 and verse 22. Since education is important to God, it is no surprise that many of His faithful servants were well educated. You look at Moses. He was well educated. Moses received the best education at the Egyptian royal courts. We have Moses becoming a mighty person because of education. We have Isaiah in the Old Testament, a very educated man. He became the political and religious counselor of the nation. And we know that is in 2 Chronicles chapter number 26. We have Matthew in the Bible in the New Testament. He was a tax collector, actually before he was called into the ministry. This position required intelligence and education in accounting and civil law, as well as in the Greek and Aramaic languages. Likewise, we have Luke. He was not only an educated physician, but also an accomplished historian. When you read the Bible in Luke chapter number 1, verses 1 through 4. Not to mention Paul, this famous apostle. He was the brightest young student of law in Galatians chapter 1 and verse 14. Yet for each of these men, all their world education was only a precursor of the true education they would receive in God's way. Without a proper ground in God's way, even the finest worldly education is all but in vanity. Regarding the education in the kingdom of God, the late Roderick Meth, this and other, he edited an article. He was the chief editor of the Tomorrow's World magazine. He wrote and said, schools and colleges will no longer be academic factories, turning out thousands of young people educated only in technical information. Rather, they will be community-based education institutions designed
to further the basic training that has already been given in the home regarding right principles of living, practical knowledge and technical information with the understanding of how to use this knowledge to genuinely further the well-being of the entire world. This includes NDOO students after and administrators, then the entire education system, the entire society will be guided by Christ according to God's righteous law. This is the way, walk in it, as you read in Isaiah chapter number 30. Dr. Meredith describes, and I quote, teachers who know that their students are, with only the rarest exceptions, being trained well at home by both parents. So teachers will be confident in playing a role of supplementing what parents have done. There will be close communication and cooperation between parents, teachers, and between teachers and the students, for they will live in a society based upon the principles of the Creator, which will bring a depth of peace and a prosperity and a productiveness beyond anything man has ever known. God expects parents to provide for the education of their children. In both the spiritual and the physical topics, they will need to succeed in life. And He expects children and young adults to diligently pursue their own education. Pursuing right education prepares us to more fully serve Him. But most importantly, Christians must always remember that true education begins with the acknowledgement that there is a Creator. God, who is the source of all the knowledge that all we need. Honorable Governor, our MP, and the distinguished guests present here, I'm asked to take 10 minutes and allow me to talk about our agenda for today by discussing on a few things to do with the biblical financial stewardship. We need to acknowledge the fact that we are stewards of what God has given and blessed us. As pastor, I feel that I need to share this because it is passionate. When I look at a school and when I look at everyone who is here, who has come here to support the school financially, stewardship is not fundraising. It is discipleship. Every person becomes a steward of what God has given him. God is concerned with what He has given you to become a steward of. And this is in terms of finances. The government supports schools. They have become a steward. And we are here to share what God has given as stewards. And He's looking at you and me and asking, are you a good steward of the things that I have given you? And we know that we know God through giving whatever He has given us. And therefore giving becomes a spiritual issue and also a relational issue. In order to truly yield to God's ownership of our possessions, we must evaluate carefully what may be most telling evidence of our stewardship. The part we give to school
to community, to the government, to your people, just as you decide whatever you spend on the little things that you have at home. You may be wanting to build. You may be wanting to do your own things. The Lord is looking at you and is asking, how are you sharing the little that is blessed you with a community that is in need, like this community of NDOO? God is looking at your responsibility and is saying, giving should not be a burden. It should be something that God inspires you in your heart. We know the Bible in 2 Corinthians chapter number 9, verse 6 to 7, it actually talks about giving being a relational decision. The process of making a decision, establishing an agreement with your God, doesn't matter what church you attend, what denomination you belong to, where you come from. It matters that you are a child of God and you have a responsibility to do what a community like NDOO Secondary School has requested you to do. And therefore I'm looking at every one of us and saying, NDOO Secondary School needs some of your cash today, some of your proceeds today, because you need to salute our principal for the good efforts that he has done together with the BOM, the things that they have already done in the school. We need to uplift them, to move them to a higher level, so that God can bless you as you do the same. The amazing benefit of giving as stewards is that it releases us from the burden of our own financial needs. Whatever you give, it releases you from the real burden of your needs. Because the event you give, then God will take care of the remaining. God is going to take care of whatever is remaining in your life. Whatever you need to do at home, at your institution, at your family, whatever you want to do at your business, the moment you think what God wants you to do, you're not doing it because you have. You're not giving because you have. You give because God has given you to become a steward of the thing, the little blessing that he has given you. Let me give you two examples, then I sit down. We have in 1 Kings a widow. This widow at a place we call Zarephath. This story tells us of a woman who had nothing. A woman who had a very small thing in a bucket. And then a man of God comes to her. And actually he tells this woman, can you cook for me something to drink? Can you prepare something for me? The woman was a bit reluctant because she had nothing. The Bible says, this man of God told this woman, give, go and prepare. And to make matters worse, he actually told this woman, when you prepare, bring it to me, I eat. And the woman felt, no, I don't think I need to give this man. Yes, she knew he was a man of God. But you know, the miracle happened when she listened. She chose to obey. The moment she chose to obey, she went and prepared the meal for the man of God, Elijah. And she actually knew Elijah represented the God of Israel. Who is this God of Israel I'm talking about today? I am talking about the powerful God. The God who brought you wherever you came from. The Lord who has given you this moment to be alive. God who has given you the position that you have. God who has anointed you and appointed you to become the man you are today. The office that you are serving today has been given to you by God. And because you realize this same God with me, you realize this same God with this woman, then we have no other option other than to obey him. This lady obeyed this God of Israel, the God of Elijah, and she prepared this food. Very interestingly, Elijah spoke to her again. Can you give what is remaining to me? She was also reluctant.
And I told her, I want to eat it. The Bible says she obeyed. And when she did that, it was a new day the following day. God of Israel provided. Bwana Yesu asifiwe sana. The Lord provided to this woman. Together with her own son, they were provided with a lot of food. The dish in the morning and huga. Ile chupa ya mafuta asubuhi ilikuwa na mafuta. Elijah hakuenda kuweka mafuta pale, lakini ni Mungu. My people, my brothers and sisters, friends of NDOO Secondary School, because you are here, I just want you to remember that you are here because of the God of Israel. The Lord who is so grateful. The Lord who can provide for you. And I is telling you, because He has given you whatever He has given you, you are the steward of that He's given you. And therefore, bring those pennies to this school. And that's why these great men are here. By the way, your offices have been given by God, including my office. And that God is looking at how you spend the money that you are paid every month. My friend, Mr. Kivaso, you know that. And you are a very good person. You have done much. You can do much here. Honorable Senator, you can do much here. God is looking at that investment. Sorry. Honorable Governor, sorry. Let me say sorry. Thank you very much. You are very smart that time. And that's why the name, even now. But you see, it's not in Parliament. I'm just saying, everyone who is here is a steward of what God has given him. Not him. I meant him and the rest. And that we need to honor God in whatever He has given us. All this congregation needs to recognize that factor. God of Israel. It doesn't matter where you come from. It doesn't matter what denomination you stand for here. But you are talking of God the Creator. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo Mungu ana uwezo wa kukubariki kama utamtolea. Kama utasaidia mtoto mmoja pale. Hata yule mtoto analala pale. He needs that support. Hizi manyumba zimechakaa. They need your monies. We are not here to do anything else other than to do what God requires us for now. We only support for some time. God has given us an opportunity for a few years. In the next years, other people will come and do their part. Let us do our part today. Huyu mama alifanya chake wakati ule. Na huyu mtumishi wa Mungu alipoondoka, mama alibaki na baraka. By the way, I don't see her being mentioned anywhere else. I don't see her being mentioned anywhere else in the Bible. But she's only mentioned the moment she gave to Elijah, the man of God. And today, we want to mention you for the great things that you do. Heaven will register that these great men, not only here and everywhere else, whoever is here, heaven will register that you came and you supported the school. The principal will not be here in a few years to come. He may retire, he may be transferred. But here the record will read, he provided a place, a space for you to come. And therefore you need to look at what God of Israel wants you to do to this particular school. God did the miracle. And this miracle is expected in this place as we gather here this very afternoon. Maybe I look briefly at another lady who gave a very small thing. The Bible records in 30 AD when this lady went to give with other men, dignitaries, big men in the community. In the book of Mark chapter number 12,
they went to give. But the Lord did not look at the big men. He didn't look at them. He looked at this lady who gave a very small thing. I know you are approaching here, but I'm also finishing. The Lord didn't look at you and this man. He looked at a very small woman who was seated somewhere. And that is a woman who is going to be blessed. Today, this will become the woman. Hallelujah. My CS from Meru, God is looking at you. I've seen the chopper. He's looking at not the chopper, but what is in your heart. What you want to come and give here. The Lord looked at a genuine commitment. He's looking at the heart. He's looking at what you will give, MC. What I will give, not the office that I have. You know, the problem is that I'm a pastor and I share everything from my heart. I say the Lord is looking at your heart. And that's why what he looked at this woman, he didn't see the Pharisees who had come with her. He didn't see any great man, but he looked at this huyu mwanamke ambaye alitoa kidogo, maana aliangalia akaona moyo wake ni msafi. And when I look at this man, Bwana MC, ni wasafi. They have what it takes to get us to the millions that are needed in this school. Hata watoto tu ndio wanashangilia. These men here, itatoshea. Itatoshea. Wazazi, we have come here to witness a great event that the Lord is going to do with you, me, and these men. Because they have spent all time to come here for a very good purpose. And the purpose is to build this very secondary school. I'm so humbled to say, may the will of the Lord be done in this place. I'm so humbled to declare that God is going to open a blessing. There will be more blessing coming. And these men will be noticed of the Lord. As I conclude, and I want to pray, I ask each one of us to ask the Lord to see him, because the Lord is looking and he wants to bless somebody. He wants to bless somebody because of whatever is going to give. Not because of how great you are, but because you are giving for a purpose. Kwa hawa watoto wako hapa. Let's pray. Our dear Heavenly Father, I pray. I was given 10 minutes and the 10 minutes are over. But I have spoken your word that, Lord, as this woman gave whatever she had, you looked upon her. And Lord, you blessed her mightily. Lord, I want to pray that you are going to look upon these men and the women who are seated here today for this very purpose, to build a school, to build the generation that is coming tomorrow. My Father, I pray for blessings upon them. It is my duty as the pastor to say, increase their boundaries. And Lord, bless their offices. Work every time with them and remind them, Father, that you are there for them. And this was not a wasted time. It was a time for your honor and glory. A time that, God, you sent them here for a purpose. And that purpose is to see a change, a new school, a new environment, classrooms, students learning, a new dining hall, and whatever has been requested. Therefore, Lord, I call upon you to do a miracle. Let us witness this miracle forever and ever. In Jesus' name, amen. Thank you, Pastor. Naomba tumpigie Pastor makofi.
Tuongeze makofi ya mchungaji. Asante sana mchungaji. And the whole God's people say, hawa ndio wa Mungu peke yao. And all God's people say, asante. Basi mnikubalie kwa heshima bila kuvunja itifaki yoyote au ile Watanzania wanaita protokali. Ndugu yetu Vincent ana event inaendelea Mitaboni ambao kila mtu anajua inahusu serikali, tournament inaendelea huko na angependa kuondoka. Lakini asalimiane bila kuvunja protocol, asalimiane alafu kawaya kila jabata ani mangotole ututie masendi na wewe unaokoke wa minoto na ngaimbeza take dom. Mr. Mithika, what I'm telling him is that after this he can drive very fast to the next event. So yes, we can have now the microphones set for that stand ili ndugu yetu Musyoka Vincent aweze kusalimiana kwa sababu ana safari ya kwenda mbali, and the rest of the team is very very aware of what is happening. Nipe basi, ukininyang'anya hiyo basi nipe hii sauti mzuri. Na wakiendelea kuset hapo, nitambue kuwepo kwa mgeni mheshimiwa ndugu Kioko Wangunga ambaye pia ni mkurugenzi wa Base Hotel pale Tawa. Basi mheshimiwa Kawaya, Kikima Mboni. Mheshimiwa Kawaya, karibu sana. Kekabe kawadhi tatagu ile wakati usongete Kawaya kwati. Asante, karibu. Thank you, TC. Ndoa kubeka na. God is good. And all the time, mwe ine museo mawin down there. Pastor la twina ngani pastor museo. Na wezi odunja muno. Na siya kisongokela na wakina mwetu ito Pamela, you know, I was listening carefully and I was wondering kama hii pande inasikia vile unasema, kwa sababu unaweza kuwa na very good point lakini haijaingia vizuri kwa sababu unanyorosha kizungu sana. Our chief guest, Your Excellency the Governor, Governor Mutula, our CSs, Penina Malonza, CS, my good friend Miano ambaye tumefanya kazi na yeye sana, Mithika Linduri ambaye pia tumefanya kazi na yeye sana, the area member of parliament Erastus Kivasu ambaye pia ni rafiki yangu sana, viongozi wote, kuna rafiki yangu pia Rindikiri, the area MCR, na viongozi wote ambao tuko na wao hapa. Mimi kwa majina naitwa Kawaya. Anajua magalake takacho waasi wa Mailambi mbu. Na ninaenda tongube mono nundu ndienda kuselesya chathi. The first one ni kana Pwani is the right place. I'm with the right people. Huyu gavana yenu ni rafiki yangu sana. Na pia ni mdhonua. Ametoa bibi yake pale kwangu, just a few kilometers from my home. Na hawa masias wetu Malonza tumekimbia hii Ukambani yote na yeye Mithika Lenturi tumeserve katika kamati ya energy na yeye kabla katika 11th parliament, na Miano tumefanya pia akiwa CEO kule Kengen nikiwa katika energy committee. Kwa hivyo niseme hii group yote ni marafiki sana. Nimekuja hapa leo kwa mwaliko wa Pamela. Pamela ni rafiki yangu sana. Na tunafanya na yeye katika hii serikali kuu. She's a key stakeholder katika mambo yetu ya development katika region yetu ya Ukambani. Nataka niongeleshe tu wanafunzi kidogo, niwaeleze mtie bidii sana katika masomo.
and nothing at all should discourage you. Unajua mimi nimetoka background ambayo ni wanting sana. I come from a poor family, or at least my family was extremely poor. Na I got a lot of discouragements. Watu walikuwa wanasema hata ukisoma hakuna kazi utaweza kupata. Kuna wengi wamesoma na hawajapata kazi. That is a pessimistic approach. Wewe badala ya kuona wengi ambao wamesoma hawajapata kazi, ona wale kidogo ambao wamesoma wakapata kazi. Na usiambiwa fulani hakusoma lakini ako na kazi. Wewe angalia mwenye hakusoma na hana kazi. And I also want to encourage you to spend your time in school wisely. And I want to give you an example. I was in Machako School. Na Machako School nilikuwa captain. Na nikiwa captain kuna student mmoja alikuwa anatusumbua sana, alikuwa anaitwa Makoa. This student nilikuwa ni mtu ya kusmoke, ni mtu ya kufanya nini. One day nilipatana naye kwa uwanja. Ni when the deputy principal alikuwa amesimama kwa uwanja akasema kwa parade. Akasema I don't want to see any student smoke in my school. Alikuwa anaitwa Mr. Muthengi. Na Mr. Muthengi akasema if you want to smoke, smoke underwater. Sasa hiyo jioni nilipata Makoa akivuta sigara na 2 other students. Na mimi nikakamata Makoa. Nikamuuliza why are you smoking? Akaniambia wewe kapti wa changa za ovyo. Kwani hukusikia Mr. Muthengi akisema ukitaka kusmoke smoke chini ya maji? Kwani unafikiri tangi iko hapa juu iko na nini? So apparently what this guy did, alienda akasimama chini ya tanki ya 10,000 liters na alikuwa anasmokia pale. So the guy nikashika yeye akaniuma kidole. For those who are close enough, mnaona hii kidole kucha governor ilitoka, hii ni ya kumea. So aliniuma akatoa kucha. So the guy was expelled. But the most interesting thing, nilimepatana na huyo jamaa pale Machakos nikiwa member of parliament. And the guy looked at me, amekunywa hizi vitu watu wanakunywa nowadays inaitwa kuona mbe. The guy anatetemeka tu peke yake. And even in that state, he said something very important. Aliniambia enyewe kapti ulikuanga unatuambia za ukweli. Unajua ulikuwa unatuambia tusisneak tutoke shule. Nimepitia hapo Mark B. Nikafeel naweza sneak nirudi. So when you had the opportunity, you are sneaking out. Now that the opportunity is not there, you want to sneak back to the school. It is not possible. Kwa ile mpango ya BOM mmeweka hapa, mimi nataka niwapongeze sana. Even your efforts to ensure that NDOO Secondary School grows. Tuko na sifa mzuri sana ambayo tunapata kuhusu NDOO Secondary School. To grow from 80 students to 400 students is no mean achievement. We want to congratulate you, na pia wazazi muendelee na kushikilia shule yenu. Mimi nikimalizia, apart from being mjumbe wa Mwala, pia mimi ni national organizing secretary wa chama ambacho kinatawala. Na pia mimi ndio nasimamia katika bunge yetu ya Kenya mambo ya stima yetu katika Kenya. Na nataka niwaombe tushirikiane pamoja. I want us to engage positively so that we can work closely and take advantage of the opportunities ambazo ziko katika serikali. Mimi niko very happy kwamba tuko na governor ambaye governor ni outgoing, ambaye ni governor anaelewa. Na mimi niwaeleze katika for instance energy sector. Energy sector ile budget tumepitisha katika kamati yangu ya mambo ya stima ni around 70 billion. Na kwa hiyo 70 billion, mambo ya last mile peke yake ni karibu 15 billion. Governor, nataka tushirikiane masoko yote ya hii pande ya Makueni. Masoko yetu iwake. We light up our markets. And we need governors like Mutula Kilonzo. Unajua kuna magavana wengine unamwambia, unamsaidia hata pesa iko mpaka ya kuweka mataa kwa kila soko. Na anasema hataki mataa kwa sababu itakuwa na sijui some small bill. Yet even the technology we are using ni LEDs, unapata ni pesa kidogo sana. So for wale ambao watajivuta, tutashirikiana na wale ambao wakutenda kazi, tusongeshe county zetu zisonge na mbele.
Pia to take advantage of other opportunities. Kwa sababu rais aliniteua kuwa mimi ndio mtu ya kushikilia mambo yake katika hii region. Kama point person katika mambo ya siasa na pia development. Kuna many opportunities. Kama hapa nimesikia nimeulizwa mambo ya dam ambaye nani ameuliza hapa Pamela, sijui inaitwa sijui Yaka, ambaye ni half dam inataka kuchimbwa. Nao yule mtu ambaye ako anasimamia madamu yote, mimi ndio nilipeleka kwa rais akapewa kazi. Huyu Maluki. Sasa Maluki, kazi yako ya kwanza ni kuhakikisha hiyo damu imechimbwa, kwa sababu mimi si nimesaidia wewe ukapata kazi. So ni muhimu tushirikiane because we have opportunities and we can take advantage of these opportunities. Finally, Governor ya Makueni anaitwa Mutula Kilonzo. Kweli ama uongo? No, kweli ama uongo? Mjumbe ya Mbooni anaitwa Kivasu, rafiki yangu. Kweli ama uongo? MCA yenu anaitwa Mumo. Ni kweli ama ni uongo? Mbunge ya Mwala anaitwa Kawaya. Si ndio? Sasa wewe governor, usisikie maneno ya mtu ati Msimba si uliangusha yeye. Wewe Msimba anaweza kuambia mkae chini ati mpange vile utapeana bursaries. Wewe Kivasu, wewe si uliangusha huyu Kisoi. Unaona Kisoi hapa? Umemuita mkakaa chini ati mpange vile mtapeleka bursaries kwa shule. Na pia wewe sijui uliangusha nani? Na Mudhonua, usikubali mtu ati akuje kuambia wewe ni governor ati mkae chini mkubaliane. Mtakubaliana nini na uliangusha yeye? And in the same vein, mimi nashangaa sana kama hakuna watu wananiuliza mimi Kawaya nikae chini na mwenye niliangusha. Na hatuwezi kaa. Kwanza Mudhonua, ukikaa chini na watu ambao uliangusha, sasa hiyo bibi yako tutaangalia vile kutaenda. Si Mudhonua, unajua mimi niko na hiyo power sasa. And in some vein, let us give the president time to work. Tutajuaje anafanya the right thing kama hatujampatia nafasi? There are programs ya serikali na nataka nitaje tatu. Ya kwanza ni school feeding program. Katika hii budget tumepitisha, governor, tuko na 5 billion ya kusupport mambo ya school feeding program. Hiyo itasaidia sana mashule yetu. Number 2, wale wanafunzi wetu ambao katika universities and colleges, mko na good news. Katika hii budget ambayo tumepitisha juzi, kuna extra 15 billion. Na hii 15 billion ni ya kuhakikisha kwamba tumesaidia ile kiti ya Higher Education Loans Board, ndio tuweze kurahisisha mambo ya wanafunzi ambao wako katika higher learning institutions kupata elimu, kwa usaidizi zaidi katika kupata elimu yao. Pia hii mwaka serikali imerecruit 35,000 teachers, the largest ever number in any single year, and we are about to recruit 20,000 more. It is good sisi tukue pia tunaangalia the positive side without kuangalia always the negative side. Pia katika hiyo budget tumepitisha kwamba wanafunzi 8,000 hii mwaka ambao wanatoka shule kule wanakosa nafasi ya kazi, tumeestablish internships ya wanafunzi 8,000 ambapo kila mwanafunzi atakuwa analipwa katika internship program 20,000 shillings. And finally, tumesema mambo ya cash transfer. Kuna watu ambao wamefikisha miaka 70 hapa na hawajaanza kupewa ile pesa. Ukweli ama uongo? Wengi sana. So we are going to recruit wale ambao wamefikisha miaka, because the last recruitment was 2017. Tutafanya recruitment ndio hao ambao wamefikisha miaka 70 na wajaanza kupata pesa yao wawekwa kwa program. Pia mimi personally nimemwongelesha rais. Na yeye rais ni wakusikiza, tukaweka na mtasikia hivi karibuni. Hata jana nimesikia umetangaziwa. Pesa ya cash transfer itakuwa inalipwa kabla ya mishahara ya members of parliament, kabla ya mishahara ya any other person working in government. Wale ambao mnawekwa sana, wamama, mtu ambaye ni mzee na unawekwa pesa yako inakuja 6 months ama 7 months ama 8 months late, hiyo imekwisha. Mtakuwa mnapata pesa yenu kabla sisi tupate pesa yetu. And also the government is putting in place a structure to ensure that hiyo pesa hautatumia 2,000 kwenda kutafuta 2,000. There is a plan to ensure that hiyo pesa itakuwa inakufikia mahali huko, so that you don't
use the entire amount of money as transport kuenda kupata pesa yako. Kwa hayo mengi machache, mimi kama mbunge wa Mwala na kama pia National Organizing Secretary ambao ni in charge ya government manifesto na pia kama chairman ya mambo ya stima, nitashirikiana na viongozi wa hii county ambao wanataka tufanye kazi ndio tuweze kuendelesha county zetu mbele. Mimi nataka niombe munikubalie nipatiane my small contribution so that I can rush to the other function. Excellency Governor, nataka niombe msamaha, singetaka kuenda. Ningetaka tumalize polepole niende tutembee ile mahali nimeona mzuri, but I promise you I will come again wakati kukiwa na nafasi ya kutosha. Asanteni sana. Asante, basi tupigie mheshimiwa makofi. Na wao wanafunzi, kwa sababu tuko area, si leo mnataka kula diet ya mna gani? Nini? Haya, kuja president, I give you 50,000 ndio muweze kujipanga leo. Ya chapu. Hiyo chapu zitakuwa mob. Haya basi mheshimiwa karibu hapa. Karibu. Mheshimiwa governor aweze kupokea mchango wako. Ani ngolezekana ni buku yekire nguzuni kaizi mbeza. Yes. President wa students kuja uchukue chapo yenu. Aya, wanafunzi, kafinche yenu ya chapu leo iko na president. President ni Karo. Wow. Yaani leo mmepata kafinche hivyo Mheshimiwa Governor atatangaza pesa ya engineer. Aya, sikizeni. This is the place I have gone where the president is a lady and the deputy is a man. This is a very advanced school. Mr. Madam President. 50,000 shillings ya chapo. Aya. Wazazi na watoto na wageni waheshimiwa, huyu mudhonua wangu ametoa 300,000 shillings. Dom tunayo ama hatuna? Amesindikishwa na engineer Maluki, 20,000 shillings. And now Engineer Maluki ameombwa ile damu imetajwa na Kawaya na amesema ati itaanza kuchimbwa Monday. Can you confirm? River Sandam. Maofisa wangu watakuja hapa Monday sababu rais wetu hapa Ukambani amesema hiyo tutafanya. Asanteni sana. Niselela isilanga na ngili maana tatu. Tula Kilonzo Junior for keeping good Adhoni. Kama ungetunza msichana hao watu hatungepata hiyo pesa. Thank you very much. Asante. Basi naomba sasa pasipo kuharibu wakati. Najua kuna vikundi vingi, watoto nimeona wengine wamevaa uniform wanataka kudance. Lakini tukubaliane cha muhimu ni pesa. Si ni kweli? Hizi dance tunaweza dance hata next week. Cha muhimu ni pesa. Sasa tuingie kwa hiyo mood ya pesa. Accountants mkue standby
nikipata nafasi pahali kabla speeches hazijaanza, watoto mtadance. Lakini kuna hiyo kikundi, hebu muwave au mmevaa hizo nguo. I want to recognize you. Simameni tu muonekane. Simama au mmevaa hiyo nguo mdance. Hata mnaweza pitia hapa mbele, wageni wa heshima waone mkidance mwende mkae chini. Msiseme siku watambua. Kujeni tu. Piteni hapa. Tuwapigie makofi. Kila cha bata baane mbeza tambio sunga na imo naita ambia maana tatunuve makoka heli. Wanafunzi walikuwa wamejiandaa kudance, lakini nitawapea nafasi. Pita muonekane ya mdance. Kuja tu. President ongoza tu mpite. Wapigieni makofi wanapopita. Wapigieni makofi sana. Pita president, wacha kuconsult. Madam the board chair, Madam Pamela. Hizi mbezo kuita na gunia. Pako mwange data. Wa. Mbezo kuita na gunia. Enda balonizia skulu yako. Okay. BOM bamoke. BOM boka imenukie. BOM, I want the BOM members to come and join me here ili tupatiane ile pesa tulichanga kama board of management for this purpose. BOM board of management. Wow. Mheshimiwa mgeni wa heshima BOM. Mheshimiwa senator BOM. Ndiniki senator anyway siwa zibasteza azila wa senator wanena muno makeiwa uwe. Lakini ndio zete ndo matukwazi on the kuma we lawyer senator governor. Si on the nose yako. Mheshimiwa governor 239,000 from BOM. 239,000. Ekanambo ibicha 240. Nyeneweka. Ze mudinda amazi mabazi na maidha na meiyo. Sorry. T240 na umyangilile. Kwa una abicha 241. Wewe na tola babe board. Aya, Pamela wewe ikia siana. Siapa kwa board. Bisiana. Kwekesi itano ngunengeke ndawe zoneka naka yu anda mubukone kwako. Itano. No kunenga nyemiyo ni dhana yo. Maana atano eka. Ete. Eta basta we isi umyangilile. Na ninyo mtu andikite ningona bethina. Principal ngilile. Peter Mutiso ngili Musau ngili. Gombe ngili maana ndio sa. Obadia ngili
pembeza arambe kunwa 30 minutes. Kapa hiki ndo mweza wala mwana chao kila mwana. Mheshimiwa Lintulu wewe sitakusumbua. Amelete. Thank you. Inyoto lea ini sasa yenu. Wata. Chris ya musau. Ango wagone zeiva. Chris no etwa mwana. Community stakeholders. What's up, Chris? Chris. Usioka? We mando ai mwana unye ndinono. Ekati mane. Community yoka junior. Chris chu yaziara. Usa we wona ngangilile ne mwekala nduni chabe. Ebe ngilile mutulo si mwa ye. Weti ya ya kungilile na kwida ambe singibire. Ile si yake na ile si yakwa. Ne mande mwana wakwa. Andi watu kama mwana wakwa nengemwe. Ndona cash nenda nyendie na pesa. Mande umya mwana ba. Na yu tete wando na kuno woza junior. Asante. Thank you very much. Sia kwa ile ni kwata sia Chris ile sia kwa ile. Kwata sia Chris ile sia mutula ile na sia kwa ile. Asante sana. Mutula iwe kaanesa. Community. School community stakeholders. Hii arambe inachukua 40 minutes. Kabisa tumalize. Nienda mbeza makunia muthembo. Yes. Aza mundu ne kunia mbeze nduthia muno. Wale wengine kujeni basi. Pastor anasema wale wengine wa community kujeni. Wale wengine wa community, please come forward. What's up? School community stakeholders organizing executive committee. Hiyo jina bwana, unaweza juma ulimi and what's up? Hapa kuna kazi. Ona baidhi na ona kana no moka. Eteme hiyo mayoka. Yes yana. Community. Hii community hapa. Yaani community. Marafiki wa shule. Giri magana me. 200,000. No, sorry. My apologies. 282,000. 282,000. Mbeza ite bije 282 kututusi na nyanya ngwambia. Ngumune ngai kosi athala. Ulikaze kwa katia pembeza mwami na mbeza yako yu. Aina unenga 1500 etaidhilewe. No. Niona beba imbia no ndaosa kindu. Ebe nini ate yabe muno. No ndaosa kindu mubuko. Bebe aziada. Okay, sawa. Thank you. Mheshimiwa Kibaso endai ndiye ndo tumwa nando ndikakwati. Mheshimiwa Kibaso ndiye ndakinene owe ndo mabaloyi endabone uwe. Ndiye ndautie kai ninye ngodi. Obadia ekana etenuwe etengili Obadia etengili. Temanda million 20. Kibaso nena Kibaso te leta mwigezi ngili. Dudhipo ekondo mabaloyi ndo endabele chalo amumo. Gilile thank you. Thank you. Aya, thank you very much. Esuni community. Organized community groups, Do Village, Cho Village, and any other group. Makanisa kujeni, AIC Machakos Area, Regional Church Council, District Church Council, AIC yote kujeni na hiyo protokali yenu. Na makanisa mengine, Musoa SDA na kanisa nyingine. Villages kujeni. Atoi, ukai. Niona mwambe ya ibalea, ukai. Yes, hii ni village gani? Cho Village, ni ngapi? Enda upumzike. 80,000 leta cholo. Nita mimi niendo nanyi kwa weke ndugenge. Village lenge ba. Uka, nisiana itu. Wacha nikurahisishie mambo. Ni ngapi hizi? 7,200 barikiwa. Enda hesabu. Madam Chair Village. Na no mweke yazio tu iwenyu ndi chao kila muendezi. Moyo kila mweke yazio tu. Otu tawe kabi. Village.
Kuna vile nyingine. Nemo kiasi ya vile njisi yenu kana no muna mine ya vile njine. Au muna mine tu. We. Andwa on dai ma vile jisu. Moge yu. Aya makanisa. Makanisa. Kujeni makanisa. Ba. Sawa. Pastor. Kujeni makanisa please come forward. Ukifika unaniambia kanisa ni gani? Mimi nakuchukulia pesa, hii ni kanisa gani? SUKULUNI DCC District Church Council 17,500. Asindikiza 1,000, sindikiza 500. Pastor, wewe wajeba. Naelewa yukayo. Aya. Gani? GNCA kakoyone na kuitu kangundo be kakoyone wako kakoyone kai 6,300 gani? Shakaola msikuje. Shakaola no here. This is ya tulimane 200 hapa. Unajua Shakaola ukija hapa ni kushikwa. Kwa hivyo just save your money, don't come. Tunatafuta hawa watu. AIC Muswa pahali unasema nini hiyo microphone? Hiyo microphone ni mtu ama ni kutest? AIC Muswa pahali ambapo wanafunzi mnaenda church every Sunday 9 mnazusha hiyo kafinje, tutaichukua saa hii tu mkiendelea kuzusha 9,000. Mpigieni makofi basi. Sindikiza 500. Kanisa gani? AIC Muswa, kujeni. Muswa means verse. AIC verse 200. Aibeke betu yayo kulia wewe taona. Ndio zote zirawa. Nitawa Julius Kioko mutuko. Ula pastor utayata yawe hia utawekasa. Yani matindio utamona bata mwambona ba ko bayi ndata ine nuba. Ejuju maje nyagu ngilile chapa mela. Si Muswa. Santi. Aya, makanisa yameisha. Tafadhali kama ni kuja naomba tuokoe muda. If you decide to come, just come. If you want me to keep on begging, you come, that will not be me. So kama mnaamua kuja njooni. Si kasio mwai. Ikanisa eta wau. Kasio mwai. Ngili kwa ya kuchalo. Leo ba. Asi ikanisa bishop. Kwa hivyo nitamugambola ndika umwe mwambane. Akanitamuke ya Kisungu si kasio mwai. Ngezi neza idea ya bishop ndika umwe mwambane. Asante sana si kasio mwai. Kasio mwai. Do you have another church? Another church, mara ya kwanza, mara ya pili. SDA Muswa. Church ya Waislamu. Alhamdulillah wa barakatuh. Yeah. Si utoe kabisa. Kuna haria hapa mwingine Muislamu Kristo wa si ndine ABC. Ndo atuika mythical inturi kanisa gani? Hiyo ni mainstream. Natafuta Muislamu. Wapi msikiti wapi? Kanisa. Glory Revival Church ni weke ya jamia. Glory 3,000. Hapa hakuna Muislamu. Muislamu ni mmoja hapa. Okay, sawa. Hii ni gani? Kanisa ile tunakataa hapa ni Shakaola tu. Other churches are welcome. Gani? GFBC Muswa 1,500. Hiyo ndio kanisa hatupendi siku hizi Shakaola. Ama ile nyingine ya kazini yangu kule nyumbani. Anaongeanga hivyo naongea. Saa ya mahubiri ikifika, anaanza kuweka gea. Hallelujah. Na anaanza kula miwa. Maandiko bandu bangenge soma. Unashindwa kazini yangu amepata na nini? Na anaongeanga hivyo tunaongea. Ikiingia Biblia amehama. Anaanza kukula miwa na kuweka gea. Hallelujah. You know what is wrong? And my cousin is educated. Anakula miwa. Hallelujah, really coming to the utapokea shunia. Unashindwa what's wrong? Anyway. So hiyo kanisa my cousin wamekuja leo, nitamwambia atume mchango wake.
Educational institution, Muswa SDA Primary School na mashule mengine. Kama uko na mchango wa shule leta. Then I'll be asking TSC, Minister of Education, ni gani hii bro? Ya my cousin. Muswa SDA. Primary, Muswa SDA Primary. Thank you very much. SDA ndio wanakuanga na nyimbo zile tamu kama kwetu mbinguni naimbanga note kama note. Na Wakatholiki ndeto ya mwiyai. Wakatholiki mpo? Na sadiki. Okay. Jina Maria. AIC mpo? Ilingisya. Ni nini mmecheka? Mniambia hata mimi nicheke. Kanisa ya my cousin mko? Ninakwatie ngai wakwa, ninakwatie tata. Jeshi la wokovu mpo? Mbele nina ende. Kwani Chalo wewe ni wa makanisa ngapi? Ukiwa na junior mnaimba kila nyimbo. Minister of Education, TSC. Yes. Okay. Minister of Education, TSC. Yes, please come. Anibwogebo. Nobody can ibwogo you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hii ni ya ministry ama ni yako? Ni yako. Sawa. Wewe ndio unaitwa? Charles Nyakundi. County Director. The newest. 10,000. Hii ni yako kabisa. 1, wewe ndio? TSC Sub-Count Director bwana Saidi Muhammad. 5,000. Mohamed sio yako, Saidi. Sawa kabisa. Benjamin Mauko. Benjamin Mauko, Sub-Count Director of Education. Alikuwa ametoa 5, amejisindikiza na 3. Mauko, thank you very much. Thank you. Wapigieni makofi tafadhali. Do you have other stakeholders? Ministry of Interior and Coordination of National Government. Minister of Interior and Coordination of National Government. Minister of Interior and Coordination of National Government. Hao ni DCC, chiefs, assistant chiefs, village managers, out. Kujeni tafadhali tuokoe muda. Kujeni tuokoe muda tafadhali. Kujeni. Minister of Interior, kujeni haraka haraka. Interior kuja. Interior kujeni. Wanangoja boss wao simame. Ni watu wa. Yes sir, thank you sir. Apoha DCC 2,000. DCI Mboni West 1,000. Senior Chief Yandue 1,000. Assistant Chief 500. Assistant Chief 500. Wapigieni makofi. Kuna ministries zingine ambazo zimewakilishwa, lakini hizo najua ziko na wageni waheshimiwa. Kwa hivyo naomba tuachie hapo, alafu watakuja na wageni wao. Basi nina wageni wangu ambao, kabla niite wageni, the business community. Business community, Tawa, Kikima, Kalawani, wafanya biashara. Business community tafadhali. Kama kuna another organized group, kama kuna well wishers wa shule tafadhali naomba waje. Business community, hakuna wafanya biashara hapa.
Mara ya kwanza business community. Mara ya pili business community. Ndio wanasimama hapana. Kuja. Business community. Okay. Okay. Naomba sasa niite wageni wangu wale ambao ni wageni waheshimiwa kwenye ndugu kimbia bana. Kimbia. Kimbia ndugu. Yes. Secondary Schools, Kenya Secondary Schools AIDS Association, shilingi 36,000 kwa simu ya mwalimu, lakini huyu kaka amesindikiza na shilingi 1,000. Mpigieni makofi. Thank you very much. Guess, principal yuko wapi? Njoo. Mwalimu mkuu wa hii shule, najua ametumwa na watu wengi zaidi. Umesindikisha hiyo ya Kenya Secondary Schools AIDS Association. Thank you very much. As a principal, asante. Bas kwa haraka nitapitia majina kama uko na ujumbe. Mwalimu mkuu alikuwa na ujumbe wa watu, aliniambia wengi wao na ujumbe zao. Sasa nitasoma haya majina na kwa sababu mimi siwajui watu wengi, nitasoma tu nikitaja jina lako tafadhali, hata kama sikuangalii wewe njoo tu. Nitasoma 5 names atago. Winfred Mutinda Mitetu, Patrick Ndaku, Roslyn Mutinda, Mr. Mwangi, George Mbinda, Mr. Omari, Dr. Elizabeth Mutinda, George Jumbe, Esther Ndoki Mutinda. Huyu ni nani? Mr. Mitatu 5,000. Mpigieni makofi Mr. Mitatu 5,000. Hao majina nimesoma. Kuna mtu mwingine? Nicholas Makunu, Peter Ivongo, Marieta Mulinge, Douglas Kilonzo, Jose M. Mativo, Martin David, Ansen Mwasa, Alex Ndetemi, Joseph M. Mwandi, Paul M. Kaseva. The principal had a lot of messages from those guys. Ako wapi? Unamwona? Ndio anakimbia huko. Kumbe principal ukimbia 100 meters. So Monday mkuu na competition ya Prince, unaona vile anakimbia? Ati Depa. Mnataka competition na Depa? Depa sasa amepata opportunity ya kukuitia competition. Depa ndio mna Depa yuko wapi? Hebu Depa simama. Depa, mnataka akimbie na nani Monday? Akimbie na nani Monday? Na nani? Na Prince. Wote wawili. Competition ya Prince na Depa. Acheni ufala. Haiwezi tokea hiyo. Hiyo haiwezi kuwa. Hiyo haiwezi kuwa hiyo. Hiyo ni disaster. Aya, principal, tafadhali, I know you have a lot of messages. Please come. Jonas Makao Mutisia, Daniel Kiseli, Benjamin Ngui, Geoffrey K. Mbuva, Sami Kibuva, businessman Machakos, Onesimus Mulinge. Yes. Nisaidie tu na hiyo list nisome wale ambao wamekutumia pesa. Alafu hao students wameomba Monday ati MAKUENI na Depa mkuwe na competition hapa ya 100 meters. Waone ni mgani mfaster. Prince anasema ataangusha Depa. Maze si kitu ikuwe Monday tutue tu. We Depa unaweza angusha Prince? No kuingia nisi ndio kaile. Depa unaweza angusha Prince? Principal Depa anasema atakuacha noma. Haya Monday. President organize hiyo mbio. Benjamin Kimeu ametuma 5,000 kwa principal. Boniface Mutune 1,000. Patrick Ndaku, principal Mavindu 2,000. Mutunga Kioko. This is butchery sijui ni Kalawama ni wapi? 15,000. Geoffrey Kio 10,000. Ansend Mwasa, accounts clerk wa Kabaa High 5,000. Peter Ivongo 2,000.
Principal Jamidhengi. Alex Ndetemi, Masi, 10,000. Marieta Mulinge, Principal Utangwa, 3,000. Benjamin Mauko, 5,000. Sub-County Director of Education, Paul Munguti Kaseva, 2,000. BOM member. Douglas Kilonzo, Principal Kikima Secondary, 3,000. Peter Musema, Principal Kiliungi, 2,000. Esther Ndoki Kaluku, Principal Kito ABC, 3,000. Kesha Mboni wamekuja wametuambia 36,000 na wamesindikiza. Roslyn Mutinda, Principal ABC, 2,000. Kiatineni. Onesmus Mulinge, Alem Hotel. Karibu ukiwa na Nukundi Kivuva, Professor Johnson Kiamba, Chris Musau na Douglas Mutua. Uke tina ajama ni waipa. Tik. Mr. Mulinge, 10,000. Patron wa shule ambaye ni former BOM chair, my very good friend, Chris Musau. Kiaza mwazio? Ni asia yu ni nguona kuhuni kuthukumitwe nesa. Na ningu tungi muvea Pamela Nundu akwithwa. Ona ila na ekalile baba kuimi yake 19. Dia ona mwingi wete o. Kwa u new change veo kendo kikikite labda na ekalile na thuja skulu. Na nuseo Nundu you have come in plenty here today. Thank you so much. Pastor nimona ndoke yemoyenda kendo. Lakini nina sisi no na forum yenoti yonseo. Kwa utika nena ni mwa device. Kila kingwenda onena governor. I have given a lot of donated a lot of food here and especially Makueni. I've given at least 20,000 packs of food, 20,000 pieces of blankets for the last 1 year. Now I have another 10,000 blankets, but I have only giving 2,000 for 2,000 only, and I want only 2 and above. Okay, 2,000 blankets, and food will come. The hunger is not too much at the moment, but when it's there, I'll also. Last year, all of Kenya, I gave 100,000 portions and 100,000 blankets. So I never forget your area. And all the time when you start with the Malem because that's where I come from. Yeah. So that's all what I wanted to say. I have some money here. As you know, you get order. Money comes little, not when you are young. So now I'm going to be 70 next year. And there's something about 70 I was told, I've forgotten now. I think that's part of getting old. I have 100,000 here. So that is my contribution. Thank you. Well, I think I want to get older faster. If getting old, you behave like Chris. So 100,000. Kuma kwa musioka wa musao. Mukunanga zima kofi. Douglas Ngulu wa Mutua. Huyu ndio Machakos Glass. Rangi, vitu yote ya kujenga pale Guroko ni ukiingia hiyo duka kubwa hapo gorofa. Douglas Ngulu Mutua. Na kwa ni hapa Mboni tu. Ameleta hapa 10,000. Asante sana. Thank you. Asante. Kuna wageni wengine ambao sijataja hapa na hawajakuja kusindikiza wageni waheshimiwa. Kama wapo naomba basi waje. Kama kuna wageni wengine. Love Chris yeye. Ambaye kana Chris ambao ngamabuyu ni omwana u. Baba siana sia kuile. Uwa ilo sila nyametoke. Kama ngeta wa Mutula Junior, nakangeta wa Pastor Julius Kioko. Uita siana izu metoke. Mutula na ngombe akwa na iwa emia yo. Na ngombe zuna adhiwe webo. Ngombe zuna adhiwe webo Chris. Na adhiwe senator Spoka senator onge
na yuni andu angaba na iwe izauka president abe nona iwoje ng'ombe aye yukutiondo ya na be senator wambe na be senator wa Keli yuni ng'ombe nene mudula ng'ombe zutu ezendi aneto Greece tezendi next week bas Chris ichadela next week ene kenda kenge yango wake lakini mwana onde ubungu next week tukaima kuene undwae ni lati ng'ombe yakwa na deposit tukayimwe aiwata wandu no junior kwa ndo na muka bwa ngoti wanengane onyu lakini ndo asiatela ati ya next week mubange sabalidi na Greece ninyanga mugu yakalaka kasia kakwa makongo moyoza kula muke uo kiuchete kanda tuthe tuitose ng'ombe asante junior asante ndi thank you ng'ombe zina diwe Greece yebo akibazo waibo we akibazo ndai bo mundu la wese alama thanie ng'ombe ndio kuyaongelele kindu nikitazi ndo ibo next week Monday makueni ayeti Monday muthenola junior tabia muthena tukoga thank you tena itu kaita kada ng'ombe bila ni tiembia tumete obu otea tuhamba ta ithie kote ambia wo. Allow me now to ask the BOM chair to come with our invited guests. BOM chair, please come with your invited guests who are not guests. Leave out the MCA, the MP, senator, and the county government. You can leave those ones out. But I know, Pamela, any Biblio guide? I not in Biblia in Bessa. Not a good buku. I and Mamu to meet na endo soma. I see. Okay, so I'm the BOM chair. I've been sent by my friends, and I'm sure my family is here. They'll watakuja wanisindikishe. I'll just read the contributions that my friends sent me with. I have Mary, who sent me 400,000. I have it here in cash. Miriam, 500,000. I have Njuguna, who sent me 250,000. Fred Muteti was not able to make it. He has sent 50,000 on M-Pesa. Dr. Mulwa of Kemsa, 50,000. I have my cousin, Dennis Sidao, and another cousin, Amos. They're from the diaspora. They have sent 40,000. I have Njama, who has sent me 20,000. Geoffrey, 20,000. Davi, 10,000. Lucy, 10,000. Mwangi, 30,000. Jackie, 20,000. Caroline, 10,000. Jessica, 10,000. It comes to 1.422 million. So yeah, some of it is in cash, others is in M-Pesa. We have sent it to there's a pay bill number, I believe. So some of those are in pay bill. So I'm also here with my family and friends. So I want them to escort me. So my family, my mother is here. My sister, can you come and just give something? I also have my colleagues who say they'll not want me to be here alone. So if you can come, and let's move fast. You can see it's 4 o'clock. People want to go and eat, so you don't have a lot of time. My friends, family. Kyathi kabali. Kyathi katubali ka mwako. Ezikilosa kida agiano. Ini mbesa mwetu enuru na emake. Ambayo selila. Watoto ai mambos mdafiliaje mdafili fresh na barida nini? Okay. Okay, my family. Okay, Ngi's family. No, wait. Okay, Ngi's family, 50,000. Thank you. I have my friends here. You just say what you're giving. Ni marafiki Mela.
slot here, chaplain. I can apply. Yeah. Monica, 5,000. Kavulunze ni wabulunza ngili meongwele hegi abacho ndoni 20,000. Washira 20,000. To get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Colossians chapter 3 verse 15. And let the peace of Christ be ruling in your hearts, as it was the purpose of God for you to be one body, and give praise to God at all times. Let the word of Christ be in you in all words of wisdom, teaching and helping one another with songs of praise and holy words, making melody to God with grace in your hearts. Amen. Dial *811 465 hash to get Colossians 3 verse 15 as your skiza tune. Goshen Medical and Technical College Thika ukwata diploma na certificate yako sia medical ta Kenya Registered Community Health Nurse, Theatre Technology, Health Records, Orthopedic and Trauma Medicine, Nurse Assistance, Medical Engineering, Laboratory Science Technology, Community Health and Nutrition, Applied Biology na ingimbingi. Courses ya Technical Skills ta Catering and Hotel Management, Food and Beverage Production, Hairdressing na Beauty Therapy kana Cosmetology, Fashion and Design, ICT, Computer Package vatende vikwa amanyiwa maito nitwosa amanyiwa alama ina grade kivadhokanio quick course ya artisan certificate na diploma divisito nisianie muvuko waku metiani yito ni ya NEC, Nursing Council of Kenya, NITA, SIDAC na ingimbingi nitumandhia amanyiwa maito attachments na tuina nyumba nzeo na ndeu siya kukoma kwa amanyiwa maito tuithi kama kongeni lelo ni wa Garissa Highway itina wa Leather Industries wosa ni wa moi wake enda na moi wa 10 ni uende tukuniesi mukwisila namba nino noti monza itano noti ile thandatu inya noti inya kana noti monza ile monza kenda itatu inya nyanya. Goshen Medical and Technical College Thika, empowering future professionals. Mukambani weze uimanudhi na kwa wondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Habo Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kile kisongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili wake science kuikithia nisi obusiana siena udhu mwene waku nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amiba, mbio, ulcers, kwa lune malenyu na arthritis, kwa mbatoni ndakame, kulea kusia, kukosa bitha wa kiume, mauma kikonde, asma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Wadhandatu wa matuku miongole na ili tuikambu itina wakanzi supermarket wakuambililia wa matuku miongole na tuikabati kwa kanondo kuzengiani ana vengi wa Equity wakeli wa matuku miongole na atana tuizombe kwa Maku Standard Hotel kumidhanisia na vengi wa KWFT wakatatu wa matuku miongole na atano tuwe Matuta la House kuzengiani ana vengi wa Equity wakana matuku miongole na Monza tuikitui Muli Mall Mulavambe room namba 504 wakatano matuku miongole na Nyanya tuwe Machagos Complex Inn pakubi na Rafi Supermarket na wadhandatu wa matuku miongole na kienda tuwe Ilovi Mulolongo kuzengiani na 3Ds Hotel flyovani ya Yellow tuthoke mabisi ni maitu kana tukunesi mukusila noti Monza imwe ile itatu kana noti Monza na noti noti kenda noti Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Ni kuibwa bwania kana ni undumu na kivia na miwa yacho sindi wa susa ni sindi wo ni shwa kana ni okona wa museo siasa ni wadala tie kanieti kwa raniena tiambi othukuma wiseni wisa siathia kathia mbelete kana nza ungu ukitana lelo. Our ideas carried the day. Opponents' tactics have their way. We have never had such peaceful elections here before. We are one goes home happy. Niwo makwata ndemunda kana tukuletangie wamanya ii nasio ii no siesi Ebi na yambe malimu yolwande tunaweza muima kanutari wanafunzi
nake uko mbele katikati nukusasia irula. Sasa ni kufanya kazi. Lakini kwa kuona wenda ngolo ya kula ndio gavana wa Kenya. Maobenduku alamekwo tutonya ithatu makimbusia tukalika kimbo kana nguli ciombe ni undumwe kithekane chokieni. Ruto William Samoei has been duly elected as the president. Haki mwishowe ipatikane so that Kenyans can live happily together. Ours is victory deferred. The figures announced by Mr. Chebukati are null and void. And the whole nonsense of the system has been rendered anality. Useo nekana ba ekumbini ya siasa vaicha kunda ngutume vainguli ivosa musakwa mwenende ekulilwa makulio alamo. We celebrate all Kenyans, and I pledge and commit that we take Kenya to the next level. I, William Samoei Ruto, the president. Mwichango minumbewa komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu necha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwa mbe ya saa 3:30 pa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvya indi wimundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Ini sio dhambia mumba, gathambia ona ikoni, gathambia ona wenda ciana ithambie, no nito muthambia ona nguku, ona ng'ombe, ona masithia, kila kindu chonde, ona kuo wende igwe, no thambia. Baikindu kithonokete ku. Inu ni Mutongo TV. You did not call me initially, but I said you are within my area, I have to come. So I'm here to do two things. One is to assist in the construction of this school. Two is to give a message. And I will say, being the member of parliament of this Boni constituency, I'm in charge of the national government CDF. Being the patron of the national government CDF, my duty is to ensure the schools are constructed well. I understand there was a problem in this school of money you are given by CDF, but there are some problems. Hiyo shida nimeitatua na sasa niko free kujenga hii shule. Na sababu niko free kujenga hii shule, nimeangalia programu yenu, nikaona mambo mawili ya kwanza. Ya kwanza ni dormitory multipurpose, nikasema mmekuja hapa kutengeneza hiyo. Ya pili nikaona tuko na darasa 4 pia mnataka. Ya 3, 4, 5 mpaka 10 nikaona mambo ingine. Ya kwanza naachia His Excellency Liduri na CSs. Ya pili nachukua yote. So the national government CDF, I am having 5 million for those 4 classes construction. Hey, watoto mpo? Watoto watoto hu. Classes ndizo hizo. Ya pili, sababu nilikuwa na vice chairman wangu wa Wiper Party, who is also the Excellency Governor of Makueni, mimi na kusindikisha na 100. Amepasua. Sawa, hiyo ni kupasua. With 100,000 shillings. Ya tatu nasema Mheshimiwa Kawaya ameingia hapa, rafiki yangu mkubwa, akawapatia chapo bila supu. Na tena supu ni ya ng'ombe, si ya mbuzi. Kwa hivyo nasema Prezo na deputy wako kuja hapa. Na wakikuja, there is something I want to say.
Tulizeni kwanza. There is something I want to say as I release that money to them, to our CS Liduri. Hii Ukambani inakuanga na njaa. And unlucky enough, this time the rains were not enough. Kwa hivyo chakula iko shida hapa. Kwa hivyo kama wewe ni waziri wa Ministry of Agriculture, mambo wawili naomba. Ya kwanza, ile relief tunaletewa tuongezewe kidogo. Hao wazazi wetu wanaumia sana. Inakujanga kidogo wanapata kilo 2. Hiyo ni siku moja. Kwa hivyo nauliza, the next time we are getting relief, tafadhali tuongezewe ndio watu wetu wafaidike. Ya pili, hao watoto wa shule wote, even the feeding program Kawaya amesema, nauliza kitu moja. Sababu Ukambani njaa imejaa, ongeza kidogo huko Ukambani. Kwenu hakuna shida, pandio iko mvua. Hii haina mvua. Angalia hao watoto na wale wengine wote wa Mbooni. Ili no Mungu ni oka mwenyeji. Kwa hivyo hiyo ukifanya tutasema asante. Mimi sina mengi, mambo ya siasa mimi ni wa area, tutaongea. Nikimalizia, hiyo soup na wapatia ng'ombe moja. Na wapatia ng'ombe moja ya 40,000. Saseni. Ndoa. Mambo iko sawa. Pia wakubwa wetu msisahau basi. Tusisahau na nini? Amesikia? Sawa, wanasikia. Mambo namba 2, lakini sasa ndume numenete kukuthukiwa ni kibeti onathe mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka ndungila kikukia kila warandatu kwambia saile na nusu cia wiyo edwa wikalava yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wungua muome waku wungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ni kwa kukuna sajiti we mtambote nikana kwethwe mungu ndimu wa musinundu nunu mena kulea kutambulika na mabinda mengi tukutumiwanda koa nikana mumana chao wikala life with a control nini nabako ikale na control ya yundu tuonyekane kule chu itendela nso wale bunge huwa ananitisha sana, ananiambianga kwangu kuna maji, lakini nimesikia hapa akisema ni ukame. Sasa I proved you wrong. Mimi nimekuja kuungana nanyi. Pamela is a very good friend of mine, na ni lazima ningefika na niwaambie nyinyi watu wa sehemu hii, muko na bahati sana kuwa na Pamela na kuwa na Kelonso na kuwa na Erastus. Pigieni Mungu makofi. Uzuri wa kusaa na kulisha na kuelimisha ndio huu mnaona uko hapa leo. Tumefika hapa kwa sababu
hawa watu wenu nyinyi ndio mlisomesha kweli Longo. Kwa hivyo nyinyi wanafunzi muko na kibarua. Kesho kutwa tuwaone hapa mmerudi nyumbani. Pamela, I want to thank you kwa sababu sio wengi wanarudi pahali walitoka. Nyinyi sijui mmefanya nini mpaka Pamela akarudi. Pamela, thank you very much. Watoto tumesomesha wanapotelea kule nje, lakini wenu wako hapa. And I think it's because of Gronzo Junior, kwa sababu tulikuwa naye mbunge mwaka tamu inayoisha na tunachezanga ngofu na yeye from the same club, na nimeona ni mtu wa mashinani. Nimefurahi sana. Asante sana, endelea kushikilia area hii. Na leo kwa sababu tuko hapa na Medheka Rentoli kutanyesha. Mimi sitaki kuongea sana, mheshimiwa wewe rafiki yangu, lakini mheshimiwa, acha nikwambie kitu moja. Kwetu hatuombi chakula, tunaomba maji. Kwa hivyo ambia Medheka Rentoli hakikisha ameleta maji hapa, kwa sababu chakula ni ile ya siku 2, siku 3. Omba maji tushimbiwa bwao. Vile mimi najua Ukambani as the best water table in Kenya. Na Makueni, kati ya hiyo Makueni imechukua 50% ya water table. Maji yako hapa chini na lazima tuende hapa chini. Tukitegemea hii mvua haitakuja. Kwa hivyo tujitahidi kama mbunge, kama wabunge, tuombe Mboaos ikuje ishimbo hapa. Hiyo ndamu nimesikia hapa ni suluhisho moja ya chakula katika area hii. Na hiyo ndio kazi ambayo rais wetu anapanga. Mimi ni mtu wa UDA na ni pointman huko Meru. Kwa hivyo nashikana na kwaya kusema serikali iko tayari kufanyia raia kazi. Lakini serikali itasikiza wale wanasikia na wale wanataka wakae chini wapange mpangilio wa maendeleo. Mimi governor, unajua ni rafiki yangu. Na mimi nataka kuambia watu wa Makueni na msione mbaya. Governor ako na pesa ya kilimo. Governor ako na pesa ya maji. Governor ako na pesa mingi. Sasa kabla mjaandamana, muandamane kwanza kwa governor, alafu muandamane ya pili kwa rais kwa president. Kwa hivyo mwanze maandamano yenu hapa against the governor. Hiyo rais ni second tier. Kwa sasa msiandamane kwa rais, kwa sababu pesa ingine iko hapa, na hiyo ndio lazima tutumie ili tulembeshe na tujenge mambo ya uchumi ya Kenya hii. Mheshimiwa wenu angewaambia serikali iko na mpango kwa kila constituency ya kuleta ICT, computer na internet katika constituency yenu. Na kwa sababu MP wenu alisahau, mimi nasema hivi, nitaenda niongee na waziri wa ICT, Information and Communication, akuje shule hii atuletee computer ili muone maendeleo ya serikali. Tusiwe kila wakati tunaangalia mambo yale mabaya. Serikali iko na pesa ya kupanda miti. Na tuko na waziri karibu sana wa wanyama. Tuko na waziri wa mambo ya environment, Lela. Hawa wote wawili wakishikana, tuanze kupanda miti, na pesa iko imetumwa kwa county na serikali kuu ya kupanda miti. Miaka ijayo hii sehemu ya Makueni tutakuwa na maji mingi, kutakuwa na lela nzuri, na suluhisho itapatikana ya vyakula. Mheshimiwa Rentore, mimi nakuomba tu turudi hapa tena siku nyingine, tuangalie mambo ya kilimo ni gani, tukishikiliana na governor. Tuongee mambo ya maendeleo, sio kila siasa kila wakati.
Mheshimiwa Rentole amesunduka dunia mzima kutafuta mambo ya kuongeza kilimo Kenya hii. Na nataka kuambia wazazi, nauliza wazazi na viongozi tena, tuongee lugha ya kuzalisha chakula. Tusiongee siasa ya siasa. Tuongee siasa ya kuzalisha chakula. Ndio watu wetu wakae vizuri. Tumechoka na kuomba. Hatutaomba chakula tena, and I want to tell you CS Rentole kuja saidia governor, hii maneno ya kuomba chakula kila wakati ifike mwisho. Ama namna gani watu wa Masako? Makueni. Muyobo. Okay, ya mwoko nawekea muyobo. Si namna hiyo ndugu zangu. Lingine, Kawaya amesema serikali imeandika watoto wetu ambao wamesoma hapa katika kazi ya walimu. Na mimi nataka kusema bwana Elastus, tutakusukumia hata kama 2-3 ndio uone faida ya serikali. Na mimi nikipata hiyo barua kama 3, mimi ndio nitaleta, sio wewe. Hapa. Si ndio? Mimi Mheshimiwa Elastus, nataka mnipatie mtoto moja maskini katika shule hii. Pamela, nipatie mtoto, nitasomesha. So tusikue tu mambo ya siasa kila wakati jameni. Na napongeza Kawaya. Na mimi siwezi kaa chini na watu wale nilishinda. Siwezi. Na tumeambia rais wetu wale watu walishinda asikae chini na wao. Kwa sababu kama ulishinda mtu, ulimshinda kwa nini? Kwa sababu ana sera. Sasa umeshinda mtu ana sera, alafu mkae chini na yeye mzungumze nini? Patrick Musiba is my best friend. Sasa ati now junior governor huyo mtu amsumbue, alafu akuja amwambia tukae chini tuongee. Hakuna kitu kaa hiyo. Haitafanyika. Na sio watu wawili, ni mtu mmoja tu na mnamjua. Kwa hivyo mimi nataka kusema asante sana Pamela. Tutashirikiana, tutaenda na turudi tena. Lakini mkitaka maendeleo ikuje hapa katika kaunti hii, lazima mshirikiane na gavana wenu. Lazima shirikiane na kila mtu. And governor, kama unatafutia watu yako chakula, hata kuja kwa Ruto watafutie. Tukienda mbele tutajua vile tutapanga. Lakini bora watoto wako washibe. Sasa usikae hapa my friend. Wewe kuja kwa Ruto hakuna mtu atakupiga. Na tukiona wanakuja kukupiga tutakuja. Na tutakuja na maendeleo wame. Asanteni sana ndugu zangu. Thank you very much. Thank you. Mwenyewe mbagi jao. Tio mwewe mundu wa serikali. Hata sisi pia tuko kwa serikali, sisi ni wa Kenya, sisi tulipiga kura. Si ni kweli? Kwa hivyo Bwana Mugambi nasema ni asante. Hiyo mambo yote umesema ya ICT, kila ward itakuwa na ICT hub. Hiyo iko kwa plan na hiyo najua vile inaendelea. Pia hizo kompyuta ametaja, nimeleta tiari 100 hapo Wambuli Technical Training. Pia ziko zingine za shule. Hiyo nitakufuata wewe ulete hapa. Hapa tutaanza digital lab. Kwa hivyo sababu umetangazia watu nakuja, na pia next week nakuja na huyo mtoto kutoka kwa Pamela. Ndio hiyo mambo umesema tutengeze, sababu sisi zote tunajenga serikali. Hata ukiwa pande hii, nikiwa pande hii, pia tunaongea. Hatuwezi kukosa kuongea. Kwa hivyo wacha tuone miaka 5 iko. Tukifika 2027 tutajua vile tutaenda. God bless you all. Kuvasua. Mpigieni makofi tafadhali. Mpigieni makofi. Wawe mwanake wako na mbesa. Mweni musio. Mami ndonde.
Jina kwa nita wadani mtetezi na ni chairman wa Spana Boys ya Bamboni. Spana Boys waziri ni wale watu wa mikono wa waheshimiwa. Mimi ndio chairman hapa Mboni. Sasa nimekuja hapa na 10,000. Na nataka nikuambie waziri, sisi watu wa Mboni tulisema tutaki maandamano. Na ndio maana Mboni hakukufa watu, ndio maana Mboni hakukuwa na maandamano. Na kwa hayo sasa tuliona viongozi wetu pale juu walienda wakachanga pesa kwa ajili ya victims wa maandamano. Na sisi kama Spana Boys wa Mboni tumechanga 10,000, 5 ya Raila Odinga na 5 ya Mheshimiwa Kalonzo. Asanteni sana, Mungu na wabariki. Thank you very much, Spana Boys. 2, 3, 4, 5. Raila. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Mumese. Thank you. Pigeni makofi. Basi. Mheshimiwa Rindikiri. Unacheza handicap? Ngapi? 6. Junior handicap? 6. Sawa. Women challenge. Niko 7 lakini hiyo nili ya kuchunga tu. Tupatane tupige. But kiwanja yangu ampati kitu na wauma. Now, Mheshimiwa Rindikiri, huyu kijana anaitwa Kevin Mwendwa, mwalimu ameconsult na shule. Kevin Mwendwa, brightest in form 2, very needy. And Kevin Mwendwa is here, akuje msalimiane mjuane, ndio wajue yule mtu analipa fees yake. Kevin Mwendwa, please come forward. Kevin Mwendwa ambaye pia atakuwa mjumbe Mheshimiwa Governor hapa 2040. Yeah, in the next 20 years, these will be the governors. Sisi na akina Mutula wale wengine tutakuwa tunaenda mikokojo. Kevin Mwendwa, please come forward. Very bright. I'm told very, not only needy but very bright. Form 2. Now your friend, you can give him a hug. Shika yo hug maze. Wazi. Marafiki ndio wao sasa Yes. Bas, umeambiwa utasoma hata ukitaka kwenda kusoma wapi? Kijana salimia governor, salimia waheshimiwa. Thank you very much. Mheshimiwa Mbaluka CS ambaye ni sauti ya huko Kibwezi, kijana appointment wa rais huko Makueni, CS wa Ministry ya Health, kamwana Katengulu, kamwana Kau, kamwana katumitwa messages ende mbeza mbalo wana naija ukiende mwa ngata. Basi naomba kwa sababu tuko na kazi nzito ya kufanya, naomba usalimiane tu alafu ulete ujumbe saa. Aya, asante sana kwa mgeni wetu wa heshima ambaye ni governor wa Makueni, wageni ambao wamekuja wakiandamana na Pamela, waheshimiwa ambao wako hapa, nandu mabando muyaine museo na mabinda onde. Thank you very much. Nakonita James Kimandhi Mbaluka, and I'm here to support this initiative. Mimi ni rafiki wa karibu wa Pamela, na kwa hivyo tumekuja kumsaidia hii kazi ya hii shule yenu. Yangu ya mwisho ni kuambia hivi, Anduma Mboni, you are very lucky kukwata mwana ta Pamela utono lilikana kuita marafiki make moke ungamanenyu lilikana ni kumuvoya kautika seo alame kwa jamukaboya Pamela kwa mbuni ina moko. Thank you very much. Na mwivoya Pamela, I will also say one thing. Nundu ni wa siasa ndikiadhimana. Mimi nasema watu wape rais nafasi afanye kazi. Yale maneno mazuri yamesemwa hapa na Mheshimiwa Kivasu is a confirmation that the government is really working. Na ile jambo ningewaomba ni kuambia wananchi ukweli ya kwamba tuko na serikali ambayo inafanya kazi na ipewe nafasi iendelee na kufanya hiyo kazi. Na ya mwisho, vile mheshimiwa amesema watu hawezi kaa chini kwa ajili ya kuongea. Kwa hivyo I call upon the opposition, kama wako na jambo ya kusaidia kushukisha gharama ya maisha,
waende waite media, waeleze vile wanaweza fanya ama vile wanaweza advise the government ili kushukisha gharama ya maisha, if they have anything. Lakini wakisema wanataka mikutano huko kama wamejificha, it is not about us as the public, it is about them peke yao. Ama ni mwangu ati onazia ela meenda mikutano mabithite boardroom tili olo wito, lakini ela meenda kweyangewaja gharama ya leu mete media matoto byithionde masiondu mekwenda nondu president yokwika nai nondu maile kanesa nikenda tu manebe na ndeto maile tonena. Na kwao machache nimesema ni asante. Mimi niko na mchango wangu binafsi kama mfanyabiashara na kama rafiki wa Pamela wa 200,000 shillings. Na pia Pamela, nimetumwa na rafiki yako anaitwa Chairman Munyao, amenipatia 500,000 shillings pia nikuletee kwa hii kazi. Kwa hivyo nimekupatia 700,000 shillings. Unajua ukiwa MC alafu mtu amekuja amebeba gunia kama rafiki yangu Baluka, alafu anaongea akifanya hivi, unaweza sahau hata akaendelea kuongea mpaka kesho, sababu anakuonyesha hiyo gunia. My friend Baluka, 200,000 na chairman aiba. Uko sure sound umelipwa hiyo balance? Ngili wanga ndo magetwi. Ngili ge anagemwe maanele atatu ana atano dhanza tu mugonja. 700,000 200 yake na huyo 500. Aume muge yimu kuita mbesa mbingi. Mungu mbesa muno. Ni sawa sawa. Wapigieni makofi sana. Asante. Now tuko na CS wetu watatu, lakini kuna CS moja ambaye ana kazi ya kufanya ambao watafanya na junior. Ulikubalie kwanza niite CS watoe mchango wao, alafu kisha huyo CS akifanya hiyo jambo la kufanya nitoe kwamba tutaongea wakati huo. Lakini sasa tupokee mchango wa CS Penina Malonza, CS Rebecca Miano, alafu Mythically Nturi atakuja. Okay, uje usalimie umati, utoe pesa umalize. Alafu sasa Mythically Nturi sasa ile kazi amekuja kufanya atakuja aifanye, akisiana na junior wafanye. Alafu Mheshimiwa Chalomumwa ujiandae, ni wewe utafanya vote of thanks kwa sababu tuko kwako. Yes. Bas Mheshimiwa Penina wa tourism aikeli tukaitoka ongamie mahoteli na mu ingangi nzoka yani onela Mandela ongamie waikeli tukaito. Pigieni makofi Penina. Naomba nipokee mchango alafu you proceed ukazungumza ili tusini. Asanti. And maitu mama kweni muyaseo. Nita wa Penina wa Malonza mwitu moini numete kitui. Chadhikino kanundu wa Pamela nikimanie mitheneli ninzi ya Mauritius. Na kwa nduna kwa nundu wa ndaya nene ninengete Pamela na nebwa wanye na vikotu kukwecha na kwa tangili mana eli ni mwete. Asanti. Number 2, ndendete baya ni mwete keli na ni musiai na nini sikana kambe na ketina na naenda kwa Mheshimiwa Kibasu, takuomba pia uje hapa. Hapa kuna shule ya primary school imepiga makofi, mumenunulia ng'ombe shule ya secondary, mkanunulia ng'ombe. Hiyo shule haitawezekana. Hiyo shule ya primary naipea 30,000. Washelekee. Na nitaomba Kibasu aongeze 20 ifike 50. Kibasu isu ni order, still request. Kuna hiyo kuomba ni ya order, sio kurequestiwa. Ndio gete bane kwete ondo ne kwete. Ina nami na nasia na hizo si akwatio nguka unya soda nasio. Unewe principal sawa kabisa. Pesa iko wapi? Si unajua vile tunafanyanga.
Kwa hivyo sababu CS ameongea, wacha tu, lakini wewe CS usiwe unafanya watu hivyo. Wacha tu niongeze hii 10 iwe 40 ndio nisiwe tumepatia mingi sana kuliko ile ya secondary. Si ni sawa? 40,000 is okay. Thank you for motivating the primary ones. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Kivasu, umekuwa rafiki yangu kuanzia siku ya leo. Mheshimiwa Mstahiki Gavana, sasa naambiwa niko short na niliumbwa hivi, kutakuwaje? Wajipange ama namna gani? Yale alternative ni kuweka hii hapa ndio munione. Aya, asante. Lazima nishike sote mbili. Aya, nashukuru. Hii weka hapa kando. Aya, asante sana. Mstahiki Gavana wa kaunti ya Makueni, rafiki yangu Mtula Junior. Ndugu yangu ambaye ndiye mkuu, ndugu yetu CS Mithika Linturi, dada yangu CS wa mambo ya ushirikiano wa nchi za hapa mnaniandama. Asante. Dada yangu Miano, waheshimiwa, Mheshimiwa wetu kutoka Mburi, Mheshimiwa Kivasu mwenye hapa, Mheshimiwa wa mashinani MCA, na wageni wetu wote, niwasalimie, hamjambo. Mimi yangu itakuwa machache. Mbe nasie ni mwana mukamba. Numete Kitui ni waziri wa namusia kithekani, utalii na kithio kitu. Na nishukuru Pamela sana kwa kuandaa hii wakati tuje tushirikiane pamoja nanyi, ile kidogo tulio nao tuweze kuchangia kwa mambo mengi sana ya shule hii. Nimeona wasichana, ningependa kuwatia moyo, niwaambie mnaweza soma vizuri mkawa waziri kama Penina Malonza, mkawa waziri kama Rebeka Miano ambaye pia ni msichana wetu. Mamake ametoka hapa Machakos na huyu pia ni wetu. Kwa hivyo msichana, ile shairi umepewa hapa na yule ndugu yangu, jamani, usikubali kuitikia kwa mambo itakao kukatizia elimu yako. Vijana vile vile mujikase ili muweze kuoa pia hao wasichana waliosoma, na utaweza kumuoa kama pia nawe utakuwa umesoma. Haya watoto, nimemaliza. Wacha kwanza niseme Chris Msao ambaye alikuwa ndiye chairman aliyetoka, anafanya kazi pamoja nami katika wizara yangu. Ni chairman wangu anayesimamia mahoteli yote kutoka Mombasa mpaka Western Kenya. Na kushukuru sana na kuja hapa nyumbani kwenu. Gavana wenu pia ni rafiki yangu. Juzi katika magavana ambao wameweza kunitembelea, Gavana Mtula Kilonzo alikuwa wa pili baada ya gavana wa Embu kuja kwa ofisi yangu kushirikiana na mimi ili tusaidie kaunti ya Makueni. Na alipokuja kule aliongea mambo ya dofu. Na gavana, nimekukujia na ujumbe mwema. Uliniuliza nikaweze kuwalipa watu wako. Leo ninaposimama hivi, wale watu wa Makueni walioathiriwa na ndofu na chui na simba kuanzia mwaka wa 2014 hadi mwaka wa 2018, hiyo ni karibu miaka 4-5 ikizidi. Mheshimiwa Gavana, niko na pesa milioni 40
tusaidiane. Ndovu waache kuwa watu wako, kuingia kwa mashamba, kuharibu mali ya watu. Leo nimekuja hapa Mheshimiwa Gavana, niko na milioni 50 zako, tuweke ua ile tunaita fence, tuzuilie hao watu wetu. Aume milioni 905 kaunti ya Makueni muthenomwe milioni 42. Vile vile Mheshimiwa Gavana, najua kuna watu wengi wamebaki. Hao watu pia katika bajeti ya mwaka huu tumeweka bilioni 1.1 ambao tutaweza kulipa hao wengine wamebaki. Na kwenda mbele hatutakuwa tukingoja kulipa watu wetu baada ya miaka 10 ama 11. Tutaanzisha insurance. Ukiliwa shamba lako na ndovu, mara moja insurance inakulipa. Jambo lile lingine ni kwamba ulisikia mwelekeo wa rais wetu akiwa Taita Jumapili, amesema hivi, kama wewe ni county ambaye iko na sehemu ya national park, zile fedha zitatoka kwa hiyo national park, tutagawana, serikali kuu 50, serikali ya ugatuzi 50, 50-50. Yaani mbezi ile siuma abasabo andoa Makueni KITWAIIWE ingekuya ilobi mukakwata nusu yasyo pa kwenyu. Number 3, andoa lame katika national parks tuyaandikana 40% ikanengwe county ilasi na national park pa Makueni mwivo. Kwa hivyo tutakapoanza kuajiri kaunti ya Makueni ita benefit. Haya ni mambo mema na tunamshukuru rais wetu. Mwisho kabisa, kwa sababu siku si yangu ya leo, ningependa kusema ndugu zangu, ni nyamu mboye, ninye nya ndovu, ninye nya mbiti, na ninye nya menambo. Najua thene tiando kuthenya. Na kuwa ndoni wakitumina nenga ni milioni 500 tuiye na mutula pa yasi ukilela. Na kaunti ile inge ni nenge tuusie na dhina wanzo. Kwa hivyo muniombe, lakini muniombe mkijua jambo hili. Ndovu na wildlife, hiyo tunaita wanyama wa pori, ni mali ya watu wa Kenya kulingana na sheria. Sisi kama serikali tunaichunga kwa niaba ya watu wa Kenya. Na ndipo hivi karibuni tutaanzisha mswada ili tuweze kuhakikisha nyinyi mna faida kubwa wakati mnaangalia hao ndovu. Na nyanondo numete Kitui naenda kwa kaunti ya Makueni ni munateve kiebanene katika serikali ya William Samoei Ruto. Kaunti si 3 ni munengetwe PS, ni munengetwe CAS, ni munengetwe board members pakube 15. Kaunti sia Kitui sia Masako bayemwe ya abicha 10. Kwa ndomwe na chendi kinene palabe Musumbe nanye mwene tawasiri wanamusia kithekani na utalii. Nina singatia mwana wenyu weta wa Adelina wa Mau anaandikota chair katika KICC ila nuungamie. Kwa hivyo mmependwa sana. Mkipendwa pendekeni ndugu zanguni. Ama namna gani? Tusikubali mtu mwenye pengine ameshiba na watoto wake akasema watoto wetu wende kwa barabara pengine wapate kuuliwa. Haitawezekana. Sisi Wakamba ni watu wa amani na tutasimama kwa amani. Omunde nendo nene akindu chabata ilata ukabati enda asiati ando ingi bani serikali ila yungamiwe ni William Samoei Ruto tienda asiati kuna rambi mwe nondo monome kwa maandamano na moni makuna rambingi sukulu ila yati tesindane kwa maandamano, tesindane not kwa maandamano but kwa
siana sito siasi madhayo. Nilisikia vibaya kama mama. Mimi ni mzazi wa mtoto mmoja. Laiti angeenda pale na afe, sijui Penina ningekuwa wapi. Na najua kuna msasi pengine alimpoteza wake. Hatutalia wakati watoto wetu wako hai na wenu hawako. Haitawezekana. Mwisho kabisa, nyananda kwa Asia ini muendete munondo mama kuweni. Na niwe kitumini nao kie. Tuna launch kithio cha Kenya nima pama kuweni nikendawe wisi kwa anawano. Wisi kuina wali wake ikamba ulikwe katika kendo kita wa right. Waina wathi usuwiva Kenya wasi aiswani musungu ngambo ukakwata mangotele mubukoni kwaku. Kone na kwa Asia ninenyu nitudhukuma na heshimiwa menyu onze tukuatianie. Asanteni na Mungu awabariki. Asante, tumpigie makofi. Alafu sasa asante. Basi ungemuita CS Miano na aje kwanza apite hapa atoe mchango wake. Yune ndo mwite ya kele tukaito. Keta wa Rebecca wa Miano. Ulawi mizizi yake minene koma kuweni ni mwetu wito na ni ukia ututethesia. Karibu sana CS Miano, CS wa East Africa Community. Karibu na mwenye chakula. Acho ndiye atakao wapea chakula. CS Miano, itifaki ni kwamba ulete mchango kisha uyazungumze yako. Penina Malonza amwe amwende nyonze au metako langa libo dha obodha ikome angula ikoga ketui. Pamela, huyu dadako amekuletea 150,000. Asante sana. You can proceed and say hi to our people. Sawa. Asante sana, Your Excellency the Governor Makueni County, Mutula Jr., my colleagues, CS Agriculture, Mr. Linturi, Waziri Penina, the PS present, all our leaders, good evening. Na wananchi wa Makueni, mwaseo enge. Vile mumeambiwa nikiwa Makueni bado niko nyumbani. Niko na familia hapa Kaiti, tuko na familia Machakos, kwa hivyo najihisi kabisa niko nyumbani. Kwa vile mumeelezwa, jina langu Rebecca Miano, shughuli maneno ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, East Africa Community, na zile sehemu kavu za nchi hii. Mheshimiwa Governor, Makueni is one of the arid and semi-arid lands under my docket. Nimesikia Waziri Penina akisema ulimtembelea, na leo nakualika tujadiliane kwa sababu Makueni County iko katika wizara yangu. Tuko na mipango mingi, tuko na majadiliano ya vile tutaweza kusaidia sehemu zetu kame, ili kukikosekana mvua tuwe na mipango ya kuleta maji na ya kuleta maendeleo ambayo yatafanya sehemu zetu ziweze kusimama hata tukikosa mvua. Kuna shirika linaitwa National Drought Management Authority, na wako na ofisi zao zingine hapa Makueni. Tunashirikiana na wao
na nitarudi hapa ili niweze kuangalia ile miradi NDMA imeweza kufanya hapa Makueni. Na niambie mheshimiwa, hiyo maneno ya relief food bado iko kwa wizara yangu. Tunajua ya kwamba hatuwezi pata chakula cha kutosha kila mtu, lakini nikirudi nitaangalia kile chakula kimebaki, tuweze kugawana vizuri na watu wa Makueni pamoja na sehemu zingine. Lakini cha muhimu ni ile miradi tutatekeleza ili maneno ya chakula tusiwe ni kupatia wananchi chakula kichache hakitoshi, lakini tuwe na miradi ile itasaidia watu wetu kulima chakula cha kutosha ili tusiwe tunakosa chakula cha kutosha. Na leo tuko na furaha na tuko na bahati ya kutosha kwa sababu waziri wa kilimo ambaye anasimamia hiyo chakula, hata ile chakula tunaleta hapa ni ile tumetoa kwa wizara ya kilimo. Kwa hivyo nitamualika waziri wa kilimo aweze kusalimia wananchi na kutueleza mipango ya kilimo ile itatusaidia. Karibu sana mheshimiwa, na mheshimiwa akikuja naomba Mungu awabariki. Na kabla sijaketi nitaongea kidogo juu ya wanafunzi. And I want to tell you students to take your education very seriously. And if you study hard, that will be your godfather. Your education, your hard work will be your godfather in future. I am a living testimony. I did not come from a big family. I was needy, but I worked hard at my time as a student. I did my work diligently, and God is always faithful in paying the hard work. When I look at your faces, I know we have doctors among you, we have engineers, we have lawyers, we have leaders, we have governors, we even could be having presidents of the future sitting among you. So take your work very seriously, make yourself proud, your parents, and even your school. I also want to encourage the teachers that the fruits of your labor will be blessed through these children. I also want to thank the Reverend who, because he had a very good sermon. Thank you very much, na karibu waziri. Pigie waziri makofi. Tumpigie makofi. Asante. Asante sana waziri Miano, waziri Malonza, gavana rafiki yangu sana wa hapa Makueni, ambaye tulifanya kazi pamoja kule Senate, Mutula Kilonzo Junior, mkurugenzi mkuu wa KNTC, wazazi, wanafunzi, amjambo nyote. Amjambo tena. Mimi naona Mutula watu wako wakiwa mbarindi sana. Ni kama tumekuja sisi kuwakosea kuja kufanya ama kusaidia hii shule. Nataka kuelewa kama mko na shinda na Linturi ama serikali ya William Ruto mko na shinda naye. Mko na shinda na sisi Turundi hapa namna gani? Mmetukaribisha hapa. Sasa sisi tukikuja hapa tunaona kama hata hamna raha.
Nzililo. Sasa wacha tusikizane. Mimi ndio naitwa Mithika Linturi. Na mimi tulikuwa na gavana wenu kule Senate. Na mimi sasa natoka kule nyumbani pia. Na nilikubali mwaliko wa Pamela hapa na Mutula sababu ya ule urafiki tulio nao. Na mimi my own grandmother alitoka pande ya kule Mitamboni, pande ya Machakos. So niko na kandamu ya Ukamba kidogo nikiwa hapa. So nikaona wakati nimetota nafasi nikuje nishirikiane nanyi tuweze kujenga shule, tuweze kufanya mambo mengine. And that's why I'm here. And I want to tell you niko na raha sana. Number one, sababu muda yule mrefu sana tulisikiza pastor akituongelesha. Pastor, you spoke for 38 minutes. Ulisahau tulikuja kufanya harambee, ikawa sasa ni ibada ya kanisa throughout. Sasa muda wetu ni mchache sana. And I wanted to take quite some good time ili nieleze Wakamba ni njia namna gani tutashirikiana pamoja na serikali hii ili mambo ya kuomba chakula ama reliance on relief tuweze kuimaliza. But I'll find time tuungane na gavana wenu sababu nafanya field days katika taifa hili, ni tutembee tuone tutasaidiana namna gani. Lakini kwa mtasari tafadhali kwa watoto sikizeni niwaambie. And I would think, Pamela, you've done a good job. If we want to grow our schools, let the leaders from wherever they are, wale wamebarikiwa, wamesoma na wakaenda mbali, adopt schools where you come from so that you can be an example, so that you can take the lead to develop the infrastructure, to motivate the children so that when they're asked who their role models are, wanajua ni mtu fulani. I am telling you because I've seen it work when I was a member of parliament, and up to today, mimi nimechukua shule nika-adopt inaitwa Egembe Boys Secondary School. Na hiyo Egembe Secondary Schools ile nili-adopt na ingine inaitwa Amwamba Primary School because I've adopted two. Those schools, Amwamba is the best county primary school in Meru. It gave us the first, na ninyi ya raia hii mnaona hapa, the fourth student in KCP last year was from that primary school. That's how miracles can happen. Egembe Boys is the best county school in Meru after its adoption. And I go to school, I motivate students. Including last week, nilikuwa kwa education day. So, nyinyi Kevasu, wewe wale wazee nimesikia hapa, mmesoma, mmetembea, pick ndo mwingine achukue ile nyingine. Let us build competition amongst our schools and our children. When there is competition, watasaidia. I'm shocked. Wakati niliuliza nikaambiwa ate minisco yenu ya 3. You have to pull up your socks. Hiyo sio mambo ya kuongelea katika dunia hii, mambo ya minisco ya 3. Haiwezekani. And nyinyi wanafunzi mumeambiwa education is the equalizer. That is the truth. Lakini minisco hiyo iko chini. My minisco ya shule yangu, that we have agreed this year, is 9.0 and above. 9 and above. Last year was at 8.7. So mwaka huu nimewaambia wanafunzi wakaniambia, na sababu ninakuja kuwapea ndeni leo, siwezi toa pesa yangu hapa bure. Mlazima burundishe mkono. I'm come to invest in you, na wewe Pamela, na wengine. When I'm called upon kulipa ndeni, sababu nimechukua ndeni kule Egembe Boys, tukakubaliana na watoto, wakipata 9+ wanataka Scania. Basi hamtapewa bure, work for it. There's nothing that comes for free. You work, get a meta minisco, Pamela, Mutula Junior, let us buy the children after they have their hands, that bus by working hand. So siku ile nitakuita Mtula, watoto wangu wakipata 9 minisco kwa mwaka huu, tafadhali usisahau kuye unirushie kakitu. Waya nimalizie hapo kwa wanafunzi. Watu wa hapa, mimi mnajua rais wetu amenipea kazi
na aliponipea kazi niliamua nitaifanya. Na ile kazi nilipewa ni ile kazi kweli ni ngumu. Ni ngumu sababu nilipewa kazi ya kuhakikisha ya kwamba kila mtu ako na chakula katika nchi hii. Na tulipata serikali wakati ukame ulikuwa umeathiri taifa. Na for the last 4.5 years hakukuwa na mvua. Lakini tunaomba Mungu, tunang'ang'ana, na kile nataka kuwaambia siku ya leo hapa ni tushirikiane vyema na nyinyi ili tuweze kumaliza umaskini na shinda ya chakula katika Kenya yetu. And it must start with us. Lazima ianze. I feel very embarrassed because mi utembea sana katika taifa hili na dunia, na nimefika jana usiku, nimetoka kule ya United Nations Food Summit. Mimi niko huko, kulikuwa na mawaziri katika dunia 104 na 45 presidents speaking nothing else other than mambo ya food security in the world. That should tell you how serious it is, mambo ya ukosefu wa chakula. Na tumekubaliana lazima turundi mashinani, tujipange sisi wenyewe in our own ways, so that we have a food system that can be able to feed the world. Na niwaulize, Africa, Kenya, we have the best arable pieces of land in the world. We have very good population that is young and that is energetic. We have water in certain areas of Africa, but Africa remains food insufficient. What is the problem? And we must be able to speak about it openly, na tuongee, tukubaliane. But before we start speaking about Africa and the whole of Kenya, let us discuss Makueni today. Sababu tuko Makueni hapa. Watu wa Makueni, wizara yangu, niko na idara kama ile Kalro, we have developed specific tolerant, drought tolerant crops ambazo nyinyi mnaweza kupata na kamvua kandogo, mushalishe chakula mnaweza kukula. We have cassava varieties which can do well here. 1 acre inatupea 45 tons. Sorghum, millet, kindogo inatoa chakula, and I have the millet the World Millet Conference is on 30th and at the 1st hapa, and I'm going to get people from here Makueni, because wakati tumeangalia the capacity ile iko hapa iko kubwa. So what is it that we are not doing? Nyinyi watu wa Makueni, agriculture iko involved, tuko na gavana amenionyesha waziri wenu, tuungane namna gani na nyinyi ili muweze kushalisha chakula. Mnaambiwa gharama ya maisha imepanda na chakula imepanda. Ndio imepanda, na kama imepanda haitashuka mpaka sisi sote tuingie shambani tushalishe chakula. I want to challenge you, watu wa Makueni hapa. Last election, not the last election, in the long range, sila tuliku hapa, we have a registered number of farmers totaling to 144,000 hapa Machakos. Kitui iko na 92, Makueni mko na 121,000 registered farmers. Lakini nyinyi nilipoleta fertilizer iweze kuchukuliwa, mulichukua only 16,225 bags. Ndio ilichukuliwa hapa Makueni. Gunia 10,016 peke yake, na niko na wakulima wamejiandikisha 1,121. We must ask ourselves. And that is why leo tumefika hapa, na sababu tumeanza msimu wa mvua mdogo. Niko na fertilizer hapa ambao tunawapatia, tunapeleka muende mchukue ili murundi shambani muweze kushalisha chakula, ndio itamaliza shida ya njaa. Mbegu tunaenda kupeana, mbegu ziko ambazo zinaweza kustahimili weather mbaya ili mshalishe chakula. But kabla tufike kuanza kupiga kelele kusema chakula iko na shinda, wewe mwenyewe kama
mzazi unafanya nini kushalisha chakula ya kunjilisha wewe na mtoto wako? Hapo ndio mambo lazima tuanze. Wewe mwenyewe hapa unakula ngunia moja ya mahindi kila mwaka, Mkenya anakula ngunia moja. Unakula nyama kilo 134. Wewe mwenyewe uko na ng'ombe ngapi? Uko na mbuzi ngapi? Shamba yako kama mko watoto 10, unasalisha mahindi ngunia 10. Kama ushalishi ujue sasa unategemea wale wengine. We can only excuse Malone sasa wewe unalia uko na mtoto mmoja tu peke yake. Hao wengine wako na zaidi ya moja, kwa hivyo lazima usalishe hiyo moja. Wewe ukisalisha yako moja utatusaidia kulisha wale wengine. Kwa hivyo antobeto munaelewa kile mimi nasema. So sisi mambo ya kushalisha chakula ni kazi yetu. Na sasa sisi tunashalisha chakula na kilimo sasa ni biashara. Kilimo ni biashara, ndio sababu unasikia serikali ya William Ruto tunaongea mambo ya value addition, agro processing na hii mambo ya manufacturing, because we want to add value to our farm produce. And I'm happy, Mutula, you have done very well. You are leading these people the right way. Wakati umeniambia hiyo story ya mambo ya value chain zako, sababu pesa tunaleta hapa bilioni 1 in the next 3-5 years ya kufanya kazi ili hao watu waweze kupata ajira na waweze kushalisha chakula. Lakini pia nyinyi niwaambie, na msindanganywe na mabonyenye na matajiri wale wanawaambia, mnasikia wakipiga kelele huko. Hao watu hawapigi kelele sababu wanawapenda. The only one wanawapenda ni Mutula sababu anashinda na nyinyi hapa. Na anataka kuwapanga maisha yenu yaendelee kuwa sasa. Wale wengine ni mambo ya watoto wao sababu ndio wameingizwa kazini, ni watosheki na mambo mengine. Kwa hivyo concentrate na mambo na usikize yule mtu anataka musaidike. And that is why. And I want to challenge Mutula as my friend. Msidanganywe hapa. William Ruto wakati amechukua serikali, miezi ni 9 sasa. In the last 7 years, hakuna mwaka hata moja ulipita bila kuwa na arrears. Sa pesa ya kwanza ya county governments. Hakuna, not a single year. They are used to be arrears. Kuingia mwaka ule ngine, county hajapewa pesa. Saa hii, William Ruto alilipa yote. Saa hii tuko Julai, mimi sijalipa mshahara. Lakini, Mutula Kilonzo Junior, pesa ya county ya mwaka wa 2023-2024 ya Julai ako nayo katika benki. Si rais apigwe makofi tafadhali. Sasa kile Mutula naona ukiwa anashinda ni moja, ndugu yangu. Hawa watu watakuwa wanaitisha mali yao. Mbeleni ulikuwa unasema serikali kubwa haijatuma pesa. Wale wengine sio wewe sababu hata wewe uko na miezi michache sana. Wengine national government haitumi pesa. Sasa William Ruto ametuma pesa yote, iko na ngavana mpaka ya mwezi huu. So mtafute taa lingine mangavana vile mtaenda mkikadanganya raia sababu pesa yote imefika. Tuko pamoja? Tunaelewana akina mama? Sasa nyinyi tukubaline. Sababu fertilizer tunaleta. Mbegu tuko nazo. Tafadhali mvua, sababu umesikia lazima itanyesha leo. Lazima turudi mashambani, tushalishe chakula, tusaidie rais. Shinda ya chakula Kenya haitamalizwa na kuweka sufuria kwa kichwa. Haitamaliza. Hata Yesu mpige nduru, Yesu arundi. Sufuria ikiwa kwa kichwa haitawezekana. Hata ukienda maandamano kesho, mwaka 1, 2, haitawezekana. Kile kitamaliza ni kuandamana na panga na njembe katika mashamba, kulima na kupanda chakula. That is the only way to bring down the cost of food. Ama mnafikiria kuna kamuti inaweza kupeana bila kupanda shamba mimea ipande? Haiwezekani. Na nimekuja hapa nisikie kama mko na suluhisho ingine. Mimi nikiwa waziri wa kilimo niko tayari kusikia kama kuna njia ingine ili niweze nielezee rais kuna mambo imepatikana hapa Ukambani kama sio kurudi kwa shamba. Na niwaambie tena, rais wetu ameniamurisha na akasema lazima Kenya ijitegemee kwa chakula. And that's why government priorities hii. Wale wengine mimi naendanga kila siku bungeni kunjibu maswali
ate unga ilipeanwa sijui haikufika ilienda wapi, sababu wakora sijui walienda nayo wapi. Because what they were supporting is consumption. Kila wakati unapewa chakula, ukipewa chakula asubuhi saa 8 uko na njaa, jioni uko na njaa. My friend, lazima ujalishe chakula, unjilishe mwenyewe. Ukitegemea chakula ya kupewa kila wakati, hautaweza kushiba na hautaweza. And that's why the government's commitment and priority sahi is supporting production. Na ndio unasikia subsidy ikiwapo. Na rais ametoa amri. Sasa fertilizer tumetoa kule 3500 fertilizer munaenda kuuziwa sasa na 2500 shillings. Sababu tunataka mfanye kazi. Na tuachane na hii story ya kuya kundanganywa na vitendawili na siye bunuasi, kaya za bunuasi za zamani. Hapana. Tupange Kenya tuende mbele. Sababu tuko na kiongozi anatueleza na vile tutaenda sawa sawa. Andreto Muyazeo. Pasta uko wapi? Wapi yule pasta alikuwa anahubiri? Aliana, wewe sijakuona ukitoa pesa. Ile ya shule nataka mimi pia utoe kitu hapa. Sababu wewe ulichukua 38 minutes na tutanjapata nafasi ya kuambia wa watu tumekatakata. Na tulikuja hapa ili tuweze kujenga. Ulihubiri vizuri sana. Lakini ulihubiri na nilikuja mimi nitoe kitu. Wewe ungeitiza sandaka hapa kama wewe ndio pastor, tungekuchangia mingi sana sandaka leo, tuache hapa pia shule. Nambio ili tuweze kukumbuka hiyo sermon sababu ilikuwa very nice. Sasa watu wetu wacha niseme hivi. Nimalize sababu ya masaa. Nimesikia mtu amekuja akasimama hapa akasema kuna spana boy. Sa wale wazee wa maandamano. Sasa mimi nataka spana boy wa rais. Wakuja hapa nao pia pandala niondoke hapa bure na sisi tuanze. Spana boy walitoa 10,000, wale wengine spana boy wa rais. Leta mbagi wewe. Hatuwezi enda. Spana boy yule amekuja hapa wa rais akuje hapa. Na wale wangu pia. Spana boy kuja ushuhudie. Rais mimi ndio Lindi spana boy. Unataka huyu spana boy akuje ashuhudie? Unataka huyu spana boy akuje ashuhudie? Hawa ni maspana boy wa president. So wale wengine wa maandamano spana boys wao walileta kitu ya mchango 10,000, moja 5, mwingine 5. So mimi na mimi ndio naongoza spana boys wa rais. So nikiwa kiongozi wa spana boys wa rais hapa ndio nataka maspana boy wachange pesa hapa. La kabla rais aweze kuongezewa pesa, wacha mimi tuchange spana boy usikie. Wewe lete. Huyu anaitwa Bwana Kibori. Bwana Kibori ndiye spana boy wa kwanza na ndiye PS wetu wa cooperatives. 1,100 makofi. Spana boy number 1. Napiga makofi nyinyi watu hapa. Tunataka watu wasikize. Saazi ambeza hizi apigia kana ine thau. Skulu ni uthelo oyu. Kwa usele lote nangwe. Anto ito ni mwaigwa? Spana boy yule mwingine anaitwa Mheshimiwa Rendekiri kutoka kule Bore Meru 1,100. Huyu anaitwa spana boy anaitwa Baita ukienda Meru Nairobi kule hapa hiyo ile club iko nacheza muziki ya Ukambani mzuri zaidi inaitwa Labaita Lounge. Ndio mwenye hapo ukienda pitia hapo kule Kakugu na uimbiwe njimo ya Kikamba 1,100. Huyu anaitwa Bwana Erengo 50,000 makofi. Spana boy. Na lazima mtatuhesabia hii pesa tujue pesa ya rais hapa na maspana wake asikie. Huyu Bwana Ene Ntongai ni spana boy wa rais na pia ni member wa board ya Chemilil Sugar 50,000 makofi. Huyu anaitwa Bwana Njobu 50,000 makofi. Huyu anaitwa Bwana Kinoti spana boy. Spana boy 20,000. Bwana Muredi 10,000. Bwana Kadhara 50,000. Spana boy. Spana boy. Hata waziri amekuja pia ni spana boy wa rais 5,000. Umeko wapi peana huko tuhesabiwe.
Huyu anaitwa Sonko. Sonko naye kule kutoka Tigania East, pia ni spana boy wa rais 50,000. Na utatuambia hiyo pesa ni ngapi? Spana boy pia rais, mimi sina spana boy. Spana boy ni wa rais wote hapa, mimi ni Lindi spana boy. 5,000 makofi. Huyu anaitwa Kaleria 50,000 makofi. Eric 10,000. Na mnaandika ili mtuambie toto tukitoka hapa. Lazima tutangaze, ile nyingine ilitangazwa 10,000. So lazima tutangaze hii. I hope we are taking notes, sio kunondi kichwa peke yake. Madheta huyu pia ni spana boy, huyu kwanza hata ni mbazawa ile shule niliwaambia nimeadopt. Huyu 20,000 makofi. Huyu anaitwa Mother pia ni spana boy wa rais na ni contractor, ana 1,100 spana ngao. Hata ukiona ni spana kweli. 1,100. Gechoro mrango? Mpesa ngapi? Gechoro asanti 10,000. Kenyu 3,000. Bwana Moriongi na familia na bibi yake nao ni maspana wengine 1,100 makofi. Huyu naye huyu na bibi yake ni spana ambao pia, na huyu mzee hapa ndio CEO wa sako inaitwa Solution Sako. Harono kwa nini unjakuja kufungua benki huku kwa Kamba? Iko Kitui tunakuja. Ako Kitui Makueni. Makueni hapa. So huyu ndiye CEO wa Solution Sako ambaye ilikuwa ni walimu mbeleni. 70,000 makofi. Rafiki yangu sana huyu. Maina na familia yake 30,000. Maina na familia yake 30,000. MC aliyesimama na sisi 5,000. Asante sana. Maana wewe ulifanya kazi mzuri sana, ndio sababu tuko kazini. Sasa lazima tukuangalie pia. Kuna spana zingine hapa. Spana ile kubwa kabisa ya Pamela 22,000. Asante. Moses Kuria 200,000 ndio Pamela amesema. 200,000 from Moses Kuria spana boy. Hawa unajua wewe uliwaharakisha wakatoa pesa. Yes, na ni watu wa maspana. So waniongeza tena. Alikuwa ametoa 150 na ametuongeza ingine. Na hiyo na Malonzo 10,000. Hiyo pesa yao kwa 200 na ya Pamela ya Rebecca 150, muhesabu yote ni ya spana. Na yake 700, hiyo ni maspana. Yes bwana, wewe tuombe Mungu tuendelee namna hiyo. Hiyo ni 10,000 ameletea. 50,000. Na pia 50,000 ini ya? Yeah? 50,000, asante sana. Huyu anaitwa Ensium, naye spana boy 50,000. Kwani mnataka mambo ingine? Si spana wamefanya kazi? Ile spana kubwa. Spana ile inafunguanga spana zile zingine. Mythically sasa umehesabu hii ili natangaza yote kabla ya kupeana. Imesemekana ile spana kubwa. Si hata mkiangalia ni kubwa. Ama namna gani? Spana ya maspana. Spana ya maspana. Hii pesa ambayo iko hapa. Ndio muamua mana. Sasa hii mzigo iko hapa. Si ni mzigo kweli? Sasa mujue spana kubwa anawapenda sana. Nataka kuelezea ya kwamba Mheshimiwa Rais wa taifa la Kenya, Mheshimiwa William Ruto amenipa ujumbe, sababu nilisema niko hapa na napenda nyinyi, na umeona tuspana kidogo vile tumefanya, tutatangaza pesa yake yote hapa. I'm buying time ili uweze kunipatia hesabu. Siwezi toka hapa, right? So mimi rais ameleta
pesa shilingi milioni 1. Apigiwe makofi tena asikie nduru. 1, 2, 3. So 1 billion shillings from His Excellency the President William Ruto. Na mimi waziri wa kilimo nikiwa mto wake wa mkono pia, na hiyo tuspana wengine nikiongezea wale spana boys wengine shilingi 1,500. This is 1.5 million. Shule tumejenga ama tujajenga? Tumejenga ama tujajenga? Sasa nipewe toto ya rais na watu wake, ile tunajua ni 10. Hii tuambiwe ni yao ni ngapi, ili tujue mnataka maendeleo Kenya ama ni maandamano? Maendeleo ama maandamano? Bas, na mjue fertilizer sasa iko hapa, tukimaliza munaenda mchukue fertilizer. Mambo yote yale mnataka tushirikiane na msupport my good friend Mutula Kilonzo Junior. Mulifanya mzuri sana, mniungie huyu mkoa na mkono. Tulikuwa na yeye, tulifanya kazi na yeye. Is a good man, I know him. So if you support him, tafadhali please do wholeheartedly, because he has a vision. He is somebody who is steadfast. Ni mtu anajua maana ya uongozi bora na maana ya kutukumikia watu wake. So on his behalf, mimi nawaambia I am happy and I work very closely with Mutula Kilonzo Junior. Wewe leta ile kitabu yangu. Na sababu mimi nataka nikiwa hapa niwaambie kushalisha chakula inahitaji maji. Na vile nimesikia, wewe leta hiyo karatasi, sio unafanya nini? Time. Nataka kuambia wizara yangu hapa Makueni. Hapa Makueni, sababu nimeamrishwa na rais, lazima tuungane na nyinyi tushalishe chakula. We are establishing small scale irrigation schemes sa watu kuweza kufanya kushalisha chakula ili tumeweze kumaliza shinda ya njaa. Unasikia tunaongea mambo ya fertilizer, tunajua mambo ya maji, and somebody confirmed that the water table hapa iko juu. Nataka kuwaambia in the next few weeks, in the next 2-3 weeks, tutapeana kandarasi ya kufanya mbwau hapa Makueni. Nataka kusema ya kwamba kuna mbwau inaitwa Kalonzoni. Nyinyi ndio mnajua za zaidi. Kalonzoni, wizara yangu hapo inaenda kutengeneza mbwau hapo. Kuna Kanyonga, kuna Kakolinga, kuna Galili. Hiyo ni mbwau ngapi? 4. Na capacity yake itakuwa kubwa, ili nyinyi tupange wakulima hapo, wapewe fertilizer hapo, mbegu mzuri, tuanze kuchalisha chakula. In another 18-24 months tuwe tunaweza kutoa chakula inaweza kushibisha watu wetu. Na mjue ya kwamba hiyo feeding program ambazo watu wanaongea juu yake provides an opportunity for market ya chakula yetu. So biashara ya kilima ni biashara. Kwa hivyo tafadhali turudi mashamba, tushalishe chakula, ndio tutaweza kuweka pesa mfukoni. Mheshimiwa Ngavana, asante sana ndugu yangu. Kuja sasa wewe useme yako. Na tractor sikuja hapa, ni tractor ama ni lori? Oh, sorry. Amepewa. Mheshimiwa Mithika Linturi, umepewa hiyo hesabu ya Spana Boys. Oh my God. Sasa mjue maspana ni heri kuwa spana boy wa serikali ama wa rais ako kwa ofisi kuliko kuwa spana boy wa mtu wa maandamano. I'm telling you. Mutula this money bwana haiwezi onekana rahisi. Right? So rais wetu na spana boy wake wametuchangia, na ujue kama sio Pamela hatungefika hapa, hii pesa imkeipata. Kwa hivyo the President of the Republic of Kenya and his team ile iko hapa imeleta pesa 3,530,000 milioni 3
530,000. Siapigwe makofi wote tena. Basi. Asante sana, mbarikiwe. Thank you very much. Makofi ya Rais na Spana Boy. 1 2 3. Ongeza. Zililo. Asante. Basi naomba tuketi. Ndithae tabia nzeo mwana wenyu ambione na mukambione na kana kuthi. Kwa umwe kalobu timine mutula amunenie na mutula amunenia maloli meuka baba to flag off fertilizer oyo. Na Senator Mithika Linturi ayekalande. Senator, unapoketi chini kuna mtu mmoja ambaye amesema yeye ametafuta kitu ya kutoa kwa hii Harambee akakosa. Na ametoa huu mkogojo huyu ambao uko na kioo. Mtu anipe pesa tu mara moja nimpe hii fimbo. Mheshimiwa Ligida anaambia kivasua nunue aanze kutembea nayo. Ngapi? Hata kama ni mpesa haina shida. 10,000 kwa pasta. Pasta umepewa ya kuenda utanemka. 10,000 kwa pasta. Pasta kwa wapi? Ule alihubiri. Pasta mara ya kwanza pasta chukua fimbo. Wapi? Pasta kuja ukabidhiwe na Senator Mithika Linturi. 10,000. Ako wapi pasta? Mchukulie. Thank you very much. And now it's my pleasure to invite the Governor, Makueni County, His Excellency Mutula Kilonzo Jr. Tafadhali kuja uzungumze. Karibu sana. Asante. Mwe ine museo. Eniko mwe wienza. Mwe wienza. Na imuona mbeza. Kema mwene yu mezi mbeza isi uka. Haya, ningu tuongelela. Mwe ine museo. Mavi naonde. Ona kwina chao. Nimeona siana zine waleu. Siana sienyu nisiyo ya neza. Na tuyasia mwe yekata. Asante kwa waziri rafiki yangu Linturi Mithika Munurume na waziri Miano Rebeka, waziri Malonza, Mheshimiwa Kivasu, Mheshimiwa Mumo, marafiki wa mawaziri, wafanye biashara wakuu including na waziri na MP kutoka pande ya Meru, marafiki wetu. Ni siku kubwa. Bitikilei mbe nitungie muvea Pamela nundu kemba ti chairman wa school wenu kemba ti chairman anu hao ndema yugaba mawaziri amo kaba nundu andaya ya chair wenyu. Watoto mumesikia hiyo? Mikalele miseo kuikalandu nesa na atudhothi nyonde na dormitory la mukwenda kwaka kana kindu kila mukwenda kwaka yuni mukwaka ninde mukwigwa ene no munenga nzilelo. Hiyo ni yako Pamela. Cha pili, Makueni tiobati embone twate mbesa sia kuiba andwala mangiwe nenzo kana nembi kama kaiwa mbiti million 45. Waziri Penina Malonza wametoka nondo wandeke, wacha tuwashukuru. Kindu kila kina adhina siandu mutito wandei nenzo ona yu siokyo na ima kwata million 500 sia waya. Since Waziri Linturi, you're still here, from where you're seated, ukiangalia huko juu kwa milima ni miti. Kitu ambacho kitatutatiza sana
na kitatatiza watu wetu hapa. Wale watu ambao wamepatiwa nafasi ya kuchunga hii misitu, wakipatiwa nafasi ya logging ambayo ieleweki, watakata hii misitu na miti yetu kiolela. Yani metutemea miti no na manyananga mawithio logo. Kwa hivyo sisi watu wa Makueni tunasema hiyo logging ambayo imefunguliwa, sisi kama serikali ya kaunti ya Makueni tunataka tupate mpangilio ni wa aina gani, kwa sababu wale watu ambao wanapatiana ruhusa, tukiwapatia ruhusa hii miti wataikata yote, watuharibie environment yetu. Cha pili, hii fertilizer tulikubaliana na tukasaidia National Cereals and Produce Board wakaileta kikima, lakini wacha nikwambie shida ya watu wa hapa. Wanataka fertilizer ikuje hapa Kalawani, hapa karibu. Kwa sababu wakienda kuchukua gunia moja ya fertilizer kikima ama wote ni mbali. Na nimeuliza Mheshimiwa Kibaso, Mheshimiwa Mumo, mutafute, na ninasikia kuna mahali panaitwa Tutudha, tulete fertilizer. Pamela, could you please assist us? Please. These people are spending too much money to collect a bag or two. Iletwe karibu. Hapa Tutudha, there is a place ambao wanaweza collect fertilizer. Now, what was the problem? Wacha nikwambie, my good friend Linturi. The last fertilizer came in the middle of the rain. Yani okiembuani. Ndio ikakuwa shida kuichukua. And then wale ambao waliregister, the messages ambazo zilikuwa natumwa, mtu akiwa Mbooni alikuwa anapata message aende akachukue wote. That was the problem. So wale watu ambao wanatuma messages were sending the wrong messages. That is the confusion that was there. So tafadhalini, ule mtu anatuma message hakikishe message zinafikia watu wa Mbooni, wapate fertilizer Mbooni karibu na wao. Lakini Mheshimiwa Linturi, sisi for the last 2 seasons tumepatiana mbegu kwa watu wa Makueni worth 150 million. Worth 150 million. 2 seasons. Wakati huu hatuna bajeti. Tunawauliza mtupatie mbegu certified. Na tunataka mahindi, maharagwe, millet, mobia, na mtupatie dengu. Ili wale ambao watapata mvua kidogo wapande either maharagwe ama mtama. Kuna kwingine mahindi haiwezi kuwa. Na kwa sababu tumeambiwa sasa kwamba na ni eneo mutapia, nitu kwa atambua nene yeta El Nino mwako, ndio kwa sababu mimi nawatishia mbegu mukwate mbeu na mwakwata mbeu isu ibandu taeleano. Kwa hivyo tunaomba hiyo mpango ya mbegu ikuje haraka iwezekanavyo. Hii fertilizer haitatusaidia bila mbegu. Na mimi nakuhakikishia waziri wa kilimo, kwa kupitia kwa waziri wangu ambaye yuko hapa, Joyce Mutua, that is an expert on processing both maziwa, maembe, kila kitu. She has more certificates than anybody else about all those things. Very qualified. Tunataka tukae chini na wewe ili tuweze kupata nafasi ya kuhakikisha kwamba hawa watu wakipanda, first wapande certified seed. 2, the vitu ambazo zinasumbua watu wa Makueni. 1 is storage. 2 is marketing. Kupitia National Cereals and Produce Board, kuna mtu wetu ambaye ameajiriwa na serikali anaitwa Kemote, in charge of National Cereals and Produce Board. Alafu kuna huyu Pamela, in charge of Kenya National Trading. Kitu ambacho kinasumbia hawa, na pastor hakusema, ni bei ya chakula. Wanafanya kazi yao, lakini mwishowe hawapati. Wakipata mazao, brokers wanakuja. Mkitusaidia tuweke chakula in the stores, watu watapata a better price.
kuna kitu tulifanya na wewe through na governor wa Matangi. It's called warehousing receipting. Hiyo kitu mkianza Makueni, watu watarudi kwa mashamba, kwa sababu wakipanda chakula yao wataweza kujua hiyo wataivuna. Ni asiai patetho wa museo muzi sao sio kamiundani mueme nondu mwaima liwenyu wethoa na thoa muthuku ni mabroka meotinda ko. This region hapa Mheshimiwa Linturi, this region alone, this ward is amongst the top producers of mangoes. This one. Lakini hawa watu hawapati bei mzuri. Mimi nitakaa na wewe chini ili hawa watu wa just this ward waweze kupata a good price for their mangoes. Tumekubaliana na serikali kuu about vitu zile tutapanda na value chain ili tuweze kupata mazao mazuri. Mwisho nimalize na kusema jambo muhimu, kwa sababu mmezungumzia. Mheshimiwa Linturi, unakumbuka vizuri, kuna wakati tumekaa bunge safari 11 tukikubaliana ama tukizozana mambo ya revenue ya county. Mimi nakubaliana na Mheshimiwa Linturi, county zimepata pesa zao kwa wakati unaofaa. Pesa ya Julai ya counties imetumwa. Na Mheshimiwa Linturi, unakumbuka tulizozana, lakini mwishoe sisi wote tukakubaliana ni vile counties zinafaa kupata pesa. Ona mwalea, the Bible says in the book of Isaiah, come and let us reason together. This country is, we are not here as guests. Sisi wote hii nchi ni yetu. Mimi ninauliza sisi viongozi, kwa sababu hawa wananchi wanatutegemea, tupunguze maneno makali makali. Mtu na mke wake wakikosana wanatafuta njia ya kuongea. Hii nchi yetu, this country is bigger than all of us. We cannot live in this country tukizozana. Wale watu ambao ni investors wetu will not come to Kenya if there is no peace. Let us reason together. Watu wakae chini wazungumze. That is the only way. Hii maneno makali tutazozana, watu wapigane. Kufikia sasa sisi watu wa Makueni tumezika watu 4. Wale wawili walikufa Machakos, walikuwa wanazikwa Makueni. Today we are burying a young man in Mtito one day. That man died outside his home in Wote for no reason. And a young boy in Emali. Mahali Mbaloka anatoka. Hata saa hii hatujamzika kwa sababu mama yake ana shamba ya kuzika mtoto wake. I'm telling you, peace is something we need in Kenya. Now we will not have peace unless we all ourselves agree that this country is bigger than all of us. Hizi viti ambazo tuko nazo, tutakaa nazo na zitaenda. Lakini hawa wananchi hawa, if you give them food and there is no peace in Kenya, that food will not be useful. All these people want peace. I want peace. Makueni needs peace. Kenya needs peace. Mimi nikipatiwa nafasi, I'm an arbitrator. Nitawakalisha chini tuzungumze. Kama mmeshindwa, mimi nitawasaidia. We must help this country move forward because our investors are there. Nimesema kura zilikwisha and we can't go back there. Yes, we can't go back there. Kwa sababu hata watu wa Makueni mkirudia kura watachagua Mtula tena. So we are no longer in politics. So thank you very much kwa sababu mmekuja kwetu, umetusaidia.
Mheshimiwa Linturi, when it comes to your turn, I will come to Meru. Mimi na Mheshimiwa Linturi ni marafiki. Hata akiwa pande gani ya serikali, akiwa opposition, akiwa kwa serikali, mimi mtaniona na Mheshimiwa Linturi because we are friends. Huyu Mheshimiwa Linturi kuna wakati alishikwa tukiwa bunge. I was one of the people tuliambia speaker until Linturi is produced, bunge isiendelee. So this gentleman is my friend. Kabla hajakuja Senate, alikuwa National Assembly. Tulikuwa nakutana NTV, mazungumzo, kila asubuhi, every Tuesday, na Mheshimiwa Linturi. This is a good man. Mukiniona nikaa na Linturi, onakwe kwata. Mutumio, tuithukumae mwene kena no MAKUENI matere. Because kuna vitu nyingi tunaweza kufanya na wewe. So hata mukinichapa makombora ni bure tu, mwengono mana, nikala na Linturi, yone kena no MAKUENI matere. Mukifika kwa rais, na najua amewatuma na amewapatia 1.5. Amejua mnakuja kwa Mutula ambaye alimtetea akiwa mbunge wa Eldoret North. No, joki tumi mwana wa Mbeza singi betu. Msalimie Mheshimiwa Rais kwa sababu anakuja MAKUENI next week. Sisi receive Konza, tufanye kazi ya maendeleo. Na tuzungumze na yeye kwa sababu MAKUENI ndio county ambayo sisi mumediscriminate, hamujafika. There are 2 big dams, Mheshimiwa, for irrigation. 2 big dams ambazo zitatusaidia. Borehole ni nzuri, lakini inatupatia, Chris Musao akona borehole ya 45 cubic hapa. But with Waziri Joyce, we have set aside as county government of MAKUENI for this financial year alone 85 million to do a 500-acre irrigation project. So what am I asking? There are 2 big dams munafaa kutupatia under national government. Under the 100 dams plan, we have 2. That is the food security we are talking about. By the way, mukitufanyia hiyo kazi, you will never hear us asking for molio. Sasa ya nini? Tutawaambia mkuje nununue chakula yetu. Mungu awabariki. Pamela wodhua dizika na umandasiana ingi wakwatasiana mbinga ngi mano uma. Because of you, all these people have come here. Huyu jamaa hakutumwa na mtu, msidanganywe. Huyu unaona amekaa hapo mbele, hakuna mtu alituma Dan mtetezi hapa. Amekuja hapa kujifurahisha tu. Msitumie majina ya watu bure. Dan mtetezi, mjifunze heshima. This good man alinipigia simu akiwa Rome, na amekuja jana usiku, na amekuja kwa sababu ya heshima yetu. Mkikuja mikutano, kujeni na heshima. What you did here was wrong. It was not correct. Because we all came here to help this school. Mimi sikuwa nataka mubadilishe hii iwe mkutano ya siasa, kwa sababu mtaharibu na maneno makali. Kwa hivyo wewe muombe huyu kijana huyu. Umbula naisi yako. Ndio kuna zinduite wala si. Uyona ta tuika smana na chati. Baba hii nguma, emba we mana nguma enda baya kwenyu. Nguma si aba, ni si Pamela, ewega. Niwaelewa? Na ni mkuu wa kuno ni utai. Tukambilo kuna zindu si iliu. Andoni. Wana angandaya. Na nduna atumwa. Hii? Eka utusembe au ni ngezoko kuna mukelo. Huyu rafiki yangu huyu, I met this good gentleman from Meru. This businessman. I met this gentleman overseas.
Na amekuja all the way. I met him with his family and with my family. And we became friends. Let me tell you, this country will develop the day we stop tribal politics. Because this man is not a Mkamba. Na watu wale wamekuja wameleta pesa hapa si Wakamba. And that is why I'm against small petty politics. Haisaidi. And wala mwoko mutethia, tima ambaye yenyu. Mbona Chris no, na ni chairman. Tio mama ona ba. And wala maitembeza mbingi ba ne ba. Ne mako. Ne meone na Kikamba. Na mwona moka noti. Isu ni mbeza kana ti mbeza. Na mbona ona mayumi mbeza mwekala uta mulea. Matunge. Mwela ono wende. Tene ba. Mbeza isu siya oga ba ona Chris chairman. Mwaona mbeza si ilio. Na muunga metu matunge mube. Ungamai. Nienda mundu mwe ogeba akune aeni amaitu makobi makelo ala makano nundu awe ola matethio mundi tutawona makueni olokweka uno aye uma wawe aye uka wacha chalo mutulo agayetune mutula. Thank you very much for that maturity. Haya twambe yukwata moko nesa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tienda nundu wa His Excellency the Governor watu yati tunge mubea nundu wa ni maitu alama etiwe bani ngai kwisila balabe mwitu itu Pamela mwitu wa thambie wangi athamba nesa naoneka ando ingi anene nginya ni musumbi matwete mbesa itaoneka andu asuta aya mwamoni yeba watu matemona. Haya ni natu thi 1 2 3 2 kwende kwa kele wa asanteni waheshimiwa wetu asanti Governor wetu Mutula ula wa Kilonzo Junior wapinduru wanafunzi ikibamba sana wapinduru. Mimi kama MCA wa hii eneo, Waziri Linturi pamoja na waziri wengine ambao wamekuja siku ya leo, mimi nawaambia kwamba hatujawahi kuona harambe nyingine namna hii hapa Kisioni kii kitu. Kada mwachonie alama achonie kuogo ulu aninaseo. Mimi nawauliza wageni wetu tafadhali, in fact msiende nyumbani Meru ama kwingine, tuko na sehemu za kulala hapa. Nikana matio kindu kila kiseo ti sawa maikaruti nasema hiyo ni lugha ya mtaani. Kwa hivyo mimi nasema kuanzia leo NDOO will never be the same again. NDOO will never be the same again. Na nimejua hivi wakati tumepanda ule mti pale, wakati tumepanda miti na wageni wetu, na naona ndekesia nebo bendeke bakubitano baaka na 3 mweona ndeke na kibendela cha Kenya indi unundu useo kwa uziti enda maendeyo niti kwenda ukwati yania iziti ina dhina na eni na muona ingi nimefurahi sana vile mumesema pa adhidamu ibani ni useubwe. Nimefurahi sana kusikia kwamba hata mambo ya basi, in fact hiyo basi ikuje mimi nitashiriki, hata kama nitanunua tu wiper za kuweka pale mbele ndio dereva aone, zile wiper za gari zikuwe pale, ni sawa. Kwa hivyo hata wageni wale wengine tafadhali, nilipewa nafasi kushukuru. Ninasema ni asante. Sisi tunasimama na ule ukweli. Pamela, God bless you so much. Na yani mbaluka wate miyo jingi betu. Na wale wengine ni ajabu sana. Na sisi pia tumeleta ile yetu. Mimi ni mzuri njitambue, mimi ni wa wiper. Tisi bana mboi screw driver ya Kalonzo, na hiyo si makosa, hiyo si ni mzuri lakini pale tunahitaji maendeleo, tunataka maendeleo ikuje. Kwa hivyo kwa hayo machache ndio tuweze kuelekea Daktari Pamela Malonza,
Hapa kuna sehemu inaitwa kwa Bwana Losi. Sema bako Tibaseo na sindula ingeti sa unena sia maendeleo. Otherwise I truly thank you so much kwa kukaa na ndwani ni zini mwiwienza. Yaani mwiwienza abyo. Lakini tutio na nene ba hii malori iko hapa iko na fertilizer. Sana. Kwa hivyo hii fertilizer tumekubaliana na governor pamoja na mheshimiwa Kivasu kwamba tutaorganize hapa Kidhuluni babe bandu ba society. Hiyo fertilizer kuje hapo. Si ni sawa sawa? Kuthikikima ni mbesa bingi mno. Na vile governor amesema ni jambo la maana. Kwa hivyo kwa hayo machache, God bless you. Muodhua, muotinga mukadhie tuni. Basi naomba tuketi kidogo. Nikimalizia na nimetumwa nisiende na pesa. Yes. Na kuna commissioner anaitwa Dr. Stephen Chande. Yes. Stephen Chande commissioner amenitumia 20,000 shillings na nitapeana hapa. Tafadhali. Asante and God bless you so much. Basi naomba tuketi dakika moja tufanye utaratibu moja alafu tufumukane. Thank you. When God gives you leadership, you become an elder. And Mutula, why I've decided that you'll be my friend, it's because you are very wise and God has given you a wisdom that many Kenyans do not have. Thank you very much. Thank you. God bless you. Nazakuyete the dendo nondo emue. No se. Mwana no enuti mwe. Makosa mo theine makane awo theine. Kone yi Mutula zemwe. Thank you very much. Mutula asante. Asante. Mfa ngombe ngezi yaune. Okay, now this is what we will do. We will flag off led by our chief guest, the Honorable Governor and the Minister for Agriculture and Irrigation, Honorable Mithika Linturi, and Mheshimiwa Kivasu, Pamela, now Mheshimiwa wengine wote, our friends from Buri. Hizo lori moja itakuja hapa. As I speak, the drivers can move them here. You bring Mutula apewe flag ya county, Senator Mithika Linturi apewe flag. Alafu there will be on one side, one group on one side, another group on this side, and then they will flag off the fertilizer ya wakulima. I announce what? Yes. Now, by the glory of God, led by our honorables and chief guests, by the glory of God, we have raised 7.2 million 83,600. Paba umwa milioni mwonza siengili manele ma meongo nana na itatu na silingi maana dhanda tu. Yes? Fertilizer wedike kema naende Kivasu na chalo amumo ime organize yula wabao ndo kuka mwonseba petwa na heke dhulule. So we'll have one truck coming forward. Then after that truck, the next truck will follow. Easy truck zinaenda Kikima market. Na kamba mwenye bundi ziosili la. Insili langa munango. Wanafunzi, wapi shangwe na vigelegele. As now we flag off the first truck. Mheshimiwa Gavana na Mheshimiwa Minister wa Agriculture, waheshimiwa wenzangu wote wameenda pale ili waweze flag off mbolea kwa wananchi, ikiwa ni mojawapo ya risala ya serikali kuu kuondoa umaskini kupitia kilimo katika nchi yetu. All right, are we set? Tuko set? In the count of 1, 2, we flag off 3 the first truck. Aya, wapi shangwe na vigelegele jameni? Makofi jameni. Asante sana. God bless you.
Fertilizer hiyo inaelekea kule Kikima kwa ajili ya wakulima wa Makueni County. Fertilizer hiyo inaelekea kule Kikima National Cereals and Produce Board Store. Alafu baadaye, jameni, naomba tupige makofi. Tupige makofi jameni, shangwe na vigelegele. Haya, truck ya pili. Jongea karibu, truck ya pili. Truck ya pili. Pamela wodhu anoka tinga nundo tuete maende yangu maingiveto. Aya, in the count of 1, 2, we are flagging off now. Senator Mythical Inturi. 1, 2, 3. Thank you very much. Lori ona inaondoka sasa kwenda kule Mlimani Mboni ili kupeleka mbolea kwa wananchi. Asante. Na ni mbolea ukweli kabisa, mnaona imefunguliwa na inaelekea kule Mlimani Kikima. Alafu kisha baadaye mheshimiwa watapanga vile ambavyo fertilizer hiyo italetewa wakulima. Haya, lori ya 3. Lori ya 3 ambayo ni fertilizer uimbu zililo fertilizer tiumba itunzililo. Aya, in the count of 1, 2, 3. Asante. Asante, nayo inaelekea kufuata wenzake ili waweze kuelekea kule Mboni ili fertilizer iweze kusaidia wananchi. Wapi makofi na vigelegele jameni? Makofi jameni. Basi naomba tuketi tufungiwe kwa maombi. Naomba tuketi tufungiwe kwa maombi tafadhali. Maombi. Aya, pastor, wapi pastor? Pastor njoo. Pastor njoo, tuko tumesimama hivyo. Naomba watu tusimame, watoto simameni, wanafunzi. Baba twasema. Baba twasema. Baba twasema. Asante ewe ya mwisho. Maombi ya mwisho, alafu maombi ya mwisho dada yetu Pamela atawaongoza atakapowapeleka. Asante. Tuombeni pamoja. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, hakika tuna jambo la kusema mbele zako Mungu Muumba,